Chawana Mwanagoba. I want to welcome you kwenye show kama kawaida. Njoo hapa tupige nayo, usiogope mtu yote yule jamani. Tumeingia hapa tu kama ilivyo sawa. Tunasema one on one, nitakuwa naambia kitu kimoja. Nitakuwa naambia kitu kimoja tafadhali. So watu wakuje kwa show, kuna kitu ambacho naenda kuzungumza hapa kimoja tu hivi. Lakini namba tu chukue link na wewe unaweza kusaidia kuchukua link from the other side. Tutakuwa share kwa chasa ndio watatu. Sawa sawa. To share the link, we will see on how what to do in the next 2, 3, 4, 5 hours. Meanwhile, in Chenko Rukunga Dr. Dennis, umwana kukurikuntu, the only person what is Reba Sudanese, ninche gaiga omo Kenya. The really Kenya ni what was Reba Sudanese. Nero iga kuntu. The only kuntu simu. Wanatoka wakibisha kwenye show kama kawaida. So feel at home. Feel wherever you are, feel at the feet of Kukurikuntu and the feet of Jesus Christ. So wherever unashikilia pale, nataka kukuambia kwamba njoo tuingie kwenye show, tuanze moja kwa moja, tucheke waka tuingie kwenye show, tuanze kupiga moja kwa moja. Ninajua kwamba tunaingia kwenye show sasa hivi, lakini tuingia show kitambo sana kupitia mtandao wa Facebook. Pale kama utatufuata pale Facebook, just for Kiss Hot TV FM, pale page ya Facebook, you get me at first 30 minutes ya kuweza kucheza nyimbo. And give me here hapo kwa comment section, nipatie request yako ya wimbo ungeweza kupenda kesho tuweze kukuchezea kwa playlist before tuanze kwenye show hapa YouTube live and direct. Njege gangu kurikuntu ndete tokaraiga. Ukiingia kwenye show, tafadhali fanya hivi. Pick the link and copy, share to friends, like, comment. Tell me Kukurikuntu, I'm here, I've come. Karibu sana kwenye show. Mimi nataka kuwakaribisha nyinyi nyote kabisa. Mimi I want to welcome you all into the show. Kama kawaida tu. Today tuko na mjadala mkubwa sana. But before ifike saa 4 kamili, I want to take this opportunity and this moment to appreciate tulianza by the way saa 3, tumecheza nyimbo pale Facebook, tumecheza nyimbo. So wale ambao mko fuatia katika Facebook, unajua nashukuru sana. Thank you very much. So tumeingia YouTube sote sasa tuko pamoja. But kesho tutakuwa tunaanza pia pale Facebook. But make sure umenitumia request ya wimbo wako ungeweza kupenda kwamba ikuwe kwa playlist. Sawa sawa. Wimbo ambao tunataka tuweke kwenye playlist, just let me know that song. Kesho tutakuwa nakuchezea. But meanwhile hapa sasa karibu kwenye show. Nincheke kana mwana Kukurikuntu. I always tell you the only Kenyan umuntu wote Reba Sudanese. The only me, the only kuntu simu, the only Kukurikuntu. So unawakilisha wapi mtu wangu tafadhali? By the way, sasa unawakilisha wapi? Umeshikilia record yako ni wapi? Let me know, mwakisha wapi, umeshikilia wapi at this moment. Sasa hivi ni saa 3:53 Afrika Mashariki. Time za Kenya, Afrika Mashariki zinaendana pamoja hivi unyo kwa unyo. Mapua na mdomo, ulimi na mate na meno. Watu wa Gulf, time ziko pamoja. So I want to welcome you. So watu waniambia kama ushafika kwenye show. Tuko na ponge kubwa la topic ambayo tunaenda kushughulikia katika show ya siku ya leo. Tunataka kupiga show mpaka ikieleweke nayo. Kwani kuna nini? Kwani iko nini? Kieleweke nayo namba kengoli yeko monyerana kikirigisirane kwani kuna shida iko, hakuna shida pale, sio ni shida tafadhali. So karibu sana kwenye show. Mimi hapa nakukaribisha. I want you to take this moment, 2, 3, 5 seconds, uweze kushare that link to friends, to groups, waambie kwamba sure mwamwe kutunga Kukurikuntu ameingia kwenye show na nataka tuweze kupiga show hadi tamati. Nitakwambia ile topic ambayo vile nasema na nitawafungulia mjadala wa siku hii ya leo, lakini mniruhusu nisambaze hii link like this one, and I want to make everything to be well and good. Tuweze kushikilia pale tuone kwamba tutafikia wapi. By the way, leo ni tarehe 29 mwezi wa 9, kwambia kwa mwezi unaenda mbio sana. I want to thank God because of this. Mwezi unaenda mbio, siku zinasonga. At the moment siku zinasonga, at the moment tunaenda kusonga karibu na kaburi. You know, it is like that. Yes. Vile siku zinasonga, at the moment tunaenda kusonga kuelekea kwa kaburi. So ile kitu tunafaa kufanya is just to kuomba Mungu na tuambie Mungu tusamee. Hata kama nikikufa kesho, Mungu utakuwa unanikumbuka, nitakuwa mbinguni, nikule oboke, nikule nikule and everything that you wish to eat at that moment. So nimeweza kushare link, wacha tuende kwa status zangu. Let me just put it on my status and I come back tuanze kupiga show. I have to give you out the opportunity ya kuweza kushare kwenye show hii ya leo. At this the first 3, 4, 5 seconds, nimesema kwamba nataka tu ni ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. It's only just thanking God for what he has done for us. By the way, it's indeed tumekuwa amepitia maneno mengi sana, stress, kulala njaa, kupitia taabu nyingi. But Mungu ni nani jamani?
Who is God? Mungu ni nani? Mungu ni mkuu bwana, vipi? Lakini sasa hapa kila kitu kipo shwari. Hapa kila kitu kipo shwari na kila kitu kinawakilisha kwa njia iliyo sawa. Nataka kuwakaribisha kwenye show nyinyi nyote mashabiki wa Kisi Hot TV, Stroke FM. Nyinyi watu wangwana sana, mmetushikilia sana. Tangu tulipoanza. I appreciate you guys. Nyinyi watu wangwana sana. Thank you very much. You always support us. You also here, you are there for us. Kama si nyinyi bana, nje sure mama kurutu kamgosa inderi sabugari. Just because of you are here. And that's why I'm seated here. Yeah? Yani nimekuja studio ni style. Bana naonanga watu wanapepanga hizi mafitu sijui what for this. Yeah? Leo niko na hii bana vipi? Leo niko na hii. Kwani iko nini? Naonanga mnapepanga hii tu hivi. Yani nimeamua nishikilie tu hivi, nipepe hivi. Lakini meanwhile njoo kwenye show tupige nayo kieleweke kwani iko nini. Anyway, before we do anything else, before tufanye kitu chochote, nilikuwa naomba tu hivi. Kama unaweza kuja utuombee. Anyway, kama unaweza kuja utuombee, kama unaweza kuja uimbe stanza moja wimbo wowote ule, na kisha kama unaweza tuombea tuanze show, I'll just appreciate. Ile kitu tunafanya ni kupatia na link hapo. Sitaki kufungua mjadala niweze kueleza mjadala inahusu nini. But I want to give this opportunity to those guys who are ready to pray for us, who are ready to preach to preach even for us, to sing for us for this around 4 or 5 minutes. Sawa. Wacha niwapatie hii link. Hii link kwa kikuja leiga tuombe tumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu sana kila watu. Tunapenda watu washengia kwenye show. Thank you very much. Euro 7 watu siku nyuma, watu wasitoka siku nyuma waingie kwenye show. Thank you very much you guys. I love you. Kuna watu nimemiss sana. But hiyo link yenye nimewapatia hapo, nataka mkuje. We want to thank God for this moment, for this opportunity. Hakika Mungu, by the way, I see like this ninafungua macho TV. Ninakondoa macho. Ninatoa macho nje yote TV. Yeah, it is God. So I want to tell you, thank you very much, Pastor Akama, for coming. Acha atupatie neno for 4 minutes tufungue show. It will be well and good. I'm here with Pastor Akama. Fungua microphone, Pastor Akama. I see you are with a guest. Thank you for tuning in. Pastor, praise the Lord. Amen. How are you? Siku imekuwa vipi? Siku imekuwa salama. Naam. Jana nilifurahia kwa mobili na leo pia niko na mgeni hapa. Yes. Anaitwa Andrew Kamanda. Oh wow. Nataka kwanza wasalimie. Yes. Kisha na baadaye tuendelee katika neno. It's well and good. Thank you. Karibu sana. Hallelujah, bless God. Amen, Pastor. Amen. Yes. Nimefurahia. Naam. Waona mkiwa wasima ndani ya Yesu. Yes. Kuna mtumishi amesema inaitwa Pastor Andrew Kamanda kutoka Nyamira. Wow. So amemwalika, nimemtembelea katika makao yake huko. Alright. Hapa ni sehemu ya South Mugirango Kiawale. Kai, mko nyumbani kwetu bana. Hey. Yes. Ujawahi jua? Yes. Sasa tuko home. Right. Right, thank you. Naomba tumshikilie hapo kidogo. I'm coming to you. So utatuombea Pastor kama atazungumza mawili matatu. Sijui ama the way nyinyi mtajipanga, I will just give you 5 minutes za kuweza kufungua tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu na tufungue mjadala. Journalist Hezron, fanya hivi mtu wangu. Hakikisha kwamba umeallow everything. Umeallow microphone, umeallow Chrome to access microphone and the camera. Just allow everything. Don't deny anything. Sawa. So ruhusu kila kitu iweze ndio utakutoa ruhusu kuingia. Nimekuwa na backstage parties nikakuja kwa studio kwa sababu hujafungua hizo vitu zenye nimekuambia. Naomba tu utoke tena urudi na fuata sheria na masharti. Sawa, Hezron. Thank you very much my journalist, my fellow. Okay. Pastor kama timetinga ya muntu Kiawale kusinyalia. Mimi ni mtu wa Kiawale. I have schooled Kiawale High School. Hapo ndo nimesoma. Karibu sana Pastor kama. Hai. Okay, no Kiawale High School, Kiawale kulora sinini kanisa nero nene ika. Nonka. Hapo kwa nani? Hapo kwa kina Marage. Marage wale logo loto kama mate. Wana. Kuna huyu mzee huyo anafanyanga hapo kwa shule Kiawale kama mpishi kwa shule.
Oh, Nyangalesi. Achana Nyangalesi. Nyangalesi ni huyu mwingine Marageri hapo kama Kiagware umeniambia Kiagware. Oh, Elicha. Elicha, yes. Yes, Elicha Orenge. Orenge. Yes. Kuna hapo kwa kikando hiyo. Alright. Hiyo ndio church. Wane kanisa yeye ko mwelicha oskul ko asini sa kona iga para mate iga no moto. Oh. Okay, thank you very much. Karibu kwenye show. Naomba watu kaza kuzungumza, sijui vile mmepangana, nimepatia dakika 5. Tufungulie tu na Mungu na maombi na maneno. To appreciate. Thank you very much. Itani kabisa mbo yabona siri waga. Atingwa gukora mangana manga sinyeto no mageniga. Unaweza changanya pastor. Unaweza mix na Kiswahili kidogo sababu kuna watu ambao pale ninaona hawatapata hii kitu. Hawatapata kikisii sana. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Sikuwezi kuongea mengi kwa sababu leo niko na mgeni hapa. Yes. Na natumaini kwamba ni yeye ataenda kutubariki katika neno. Right. Karibu sana, Andrew. Thank you. Okay. Asante mtumishi. Hata nimekaribishwa na mtoto bado. Ni baraka kwa Mungu. Alright. So, vile mtumishi amesema, majina yangu ni Pastor Andrew Kamanda. Nimetoka Nyamira County, lakini sasa nakaa sehemu ya Machakos County katika mtaa wa Mrongo. Hapo ndio tunahubiri kazi ya Mungu. Yes. Na tumemuona Mungu. Kabla tuanze, napenda tukaweza kufungua na maombi. Bwana atawabariki. Amen. Baba Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na nchi. Tunalitukuza jina lako, tualimidi jina lako, tuakuinua, tuasema asante kwa mema na mazuri ambao umetutendea. Jehova, hatuna chochote tunaweza kupatia kama Yesu Kristo karama, bali tuatoa mioyo yetu ikaweza kuwa dhabihu ya ukweli mbele zako ikakupendeze. Jehova, unapoangalia na unapotafuta wale ambao wanakuabudu, nasi tubatikane katikati ya wale ambao ni waaminio jina lako na wale ambao ni watakatifu wako na tumaini kwa sababu ya uzima ujao. Tunasema ni asante kwa sababu ya kipindi tunaingia, kipindi cha neno lako. Tunapoenda kubeberusha neno lako katika TV yetu ya Hot TV. Naomba Jehova ukaweze kutukuka. Na zaidi ya yote tuomba kibali hata kwa TV yetu. Tuomba kibali kwa wenye wanafanya hii kazi Jehova katika hata hizi mazini, hata technician wetu, hata producer wetu, na wote ambao wanakili na kunasa Jehova hata sauti hii. Na wenye hakikisha kwamba hii mitambo imeenda hewani na kona zote za ulimwengu. Naomba ukaweze kuwabariki. Kawabe kima na maarifa itokao kwako katika jina la Yesu Kristo. Naamini ujumbe wa siku wa leo unaenda kugusa moyo wa mtu. Ujumbe wa siku ya leo unaenda kuponya kidonda ambacho kimesumbua mtu. Ujumbe usiku wa leo Jehova unaenda kubatana na haja za wana wako. Ni asante maana utatenda mazuri, na ni asante Yerusalemu tenda. Na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 So nimefurahia. Amen. Na wakati wote na kila masaa na kila majira naamini ya kwamba Mungu ametupangia mipango miema. Hata ngawa sikujua ya kwamba nitakuona ni katika usiku wa leo, lakini the Holy Spirit alikuwa pamoja nasi na alikuwa tayari asapanga ya kwamba kuna jambo linaenda kutendeka katika usiku wa leo, na ni jambo la baraka na ni jambo la muhimu katika maisha yetu. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Zaburi 125 ya kwamba wamtumainio Bwana hao wanafananishwa kama mlima wa Sayuni ambao unakaa utingiziki, unakaa milele. Wakati wa baridi, wakati wa upepo unapofuma kutoka mashariki kuelekea popote pale, huwa wanasimama imara wakilitukuza jina la Yesu, maana Yesu amekuwa kinga katika maisha yao. Iwe ni wakati wa magonjwa, iwe ni wakati wa njaa, iwe ni wakati wa vita, iwe ni wakati hakuna amani, iwe ni wakati dunia imeyumba, huyu mwamba unasimama utingiziki. Basi Biblia inaniambia kwamba wala ambao wanamtumainia huyu Mungu, wala ambao wamemkimbilia huyu Mungu wamewafananisha kama mlima, hawatatingizika, wanakaa milele. Bwana Yesu asifiwe.
wao wanasimama wakilitetea jina la Yesu, na yule Yesu ambao wanamtetea hakika hata waacha wakaweza kuyumbishwa na dunia, wakaacha kuyumbishwa jameni na mawingu ya dunia hii. Wakati wanapatana na changamoto, wakati wanapatana na magumu, wakati wanaona wamefika mwisho, wakati wanaona milango yao imefungwa, ile inasema ya kwamba God will make a way where there is no way. Maana wao wameweka maisha yao, wameweka tumaini lao kwa Mungu. Wameona ya kwamba kwa Shetani ama kwa dunia hakuna msaada, hakuna option nyingine, ila option yao inapatikana kwa Mungu. Taka tusome katika kitabu cha Injili ya Yohana. Injili ya Yohana 4, tukasome mstari ule wa kwanza. Injili ya Yohana 4 mstari wa kwanza. Injili ya Yohana 5, I'm sorry. 5 mstari wa 12. Tukasikia maandiko ya Mungu vile yanasema. Ni Kiswahili. Ni Kiswahili. Tusome kwa Kiswahili. But here in English. In English. You can read. Asked him, what man is that which he said, although they take up the bed and walk? Na imesema First John. Waraka wa Yohana wa kwanza. Yes, waraka wa Yohana wa kwanza 5 mstari wake ni ule wa 12. Nataka tusikize maandiko ya Mungu vile yanasema. Mtu wa Mungu, mjira ambaye ni mtazamaji na msikilizaji wa jioni ya leo, nataka nikuambia kwamba kuna kitu kizuri Bwana ametenga kwa ajili ya maisha yako, wewe ambao unamtegemea Mungu. Listen to the Bible. Read first. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 12. Inasema he had added the son of life, and he that had not the son of God had not life. Biblia inasema ache kwa Kiswahili, maandiko yanasema yeye aliye na mwana ana uzima, yeye asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kifungo ambacho kinanitia moyo katika hii safari. Mtu wa Mungu, unaweza ona ya kwamba Mungu amekuacha, unaweza ona ya kwamba umefika mwisho, ama unaweza ona ya kwamba wewe haungeumbwa duniani hii, lakini Biblia imetuhakikisha ikisema ya kwamba nijapokuwa ni kukosa lack of knowledge ya Mungu, ni kukosa maarifa ya Mungu, ni kukosa mwelekeo wake Mwenyezi Mungu. Japokuwa kuna watu wengi wako kanisani, lakini wao wenyewe akajielewe wala hawajui maana ya kuwa pale kanisani. Watu wengine ni sawa, wanasema ya kwamba wameokoka, lakini hawajui maana na faida ya wokovu wao. Haleluya. Watu wengine wako kanisani, ukweli wanatoa ushuhuda, wanasema wameokoka, lakini katikati yao kuna wachawi, katikati yao kuna wazinzi, katikati yao kuna wengine wako na msene, katikati yao wengine wako na chuki. Nataka nikuulize mtu wa Mungu, huo ni wokovu gani ambao unakupa ruhusa ukaweza kuwa mchawi? Huo ni wokovu gani unakupa ruhusa ukaweza kuwa mwizi? Huo ni wokovu gani unakuruhusu jameni uanze kuwa mwizi na uanze kunyang'anya, uanze kuwa na wivu katikati ya Mkristo mwenzako? Huo ni wokovu gani? Andiko linaniambia katika hicho kitabu cha Yohana, waraka wa Yohana 1, waraka wa Yohana ya kwanza 5 mstari wa 12 ya kwamba yeye aliye na mwana ana uzima, bali yeye asiye na mwana ana huo uzima. Haleluya. Amen. Huyu mwana ambaye tunamzungumza juu yake ni nani? Nataka nikwambie, huyu mwana ambaye tunamzungumza juu yake ni mwanaume mmoja kati ya wanaume, ni mwanaume mmoja ambaye aliye na nguvu, ni mwanaume mmoja ambaye ni powerful man, ambaye jina lake anaitwa ni Yesu Kristo. Haleluya. Mwana huyu wa Yesu, mwana Yesu Kristo, Mungu alimtoa akawa sacrifice kwa ajili ya maisha yetu, akajitenganisha na ufalme wake, akaja humu duniani, akasaliwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa anaitwa Mariamu, akateswa, akasulubiwa pale msalabani, na baada ya kulala kaburini siku 3 akafufuka, akashinda mauti. Baada ya kushinda hayo mauti, akavaa akaenda juu mbinguni. Baada ya hayo yote, akatuachia Roho wake Mtakatifu awe msaidizi katika maisha yetu. Imesema ya kwamba yeye aliye na mwana ako na uzima, maana alishinda pale msalabani, maana alishinda yote,
alijitoa ka sacrifice kwa ajili ya maisha yetu ili tupate uzima wa milele. Sasa Biblia inasema ya kwamba tukafuate mienendo yake Yesu Kristo, tukaweza kufanya yale matakwa ambayo Roho wa Mungu anahitaji ili tukahesabiwe watoto wa mwana wa Mungu. Maana tukifanya yale mapenzi yake Mwenyezi Mungu, Yesu anasema ya kwamba yoyote ambaye anafanya yale ambayo ninataka, yoyote aliye ndani yangu nami nikiwa ndani yake, basi ako na huyu Mungu. Maana Yesu mwenyewe ni Mungu na Yesu ni Roho Mtakatifu. Tunasema ya kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Basi aliye na Mwana ako na uzima, basi asiye na Mwana hana huo uzima. Kwa wale ambao hawana huo Mwana, hata ngo wako kanisani unawaangalia tu kwa matendo, unaangalia vile wanatoa masao yao, vile wananena hata midomo yao, hata maneno wanatoa yani maneno wanapanga maneno yao, unajua ya kwamba huyu ukweli anamuogopa Mungu, huyu ukweli ni mcha Mungu, huyu Mungu wa ukweli anampenda Mungu, huyu mtu ukweli hata mienendo yake itavutia wale ambao hawajaokoka. Hata vile unafanya, hata vile unaonekana, hata vile unakona mpango kwa familia yako, ile njia utaonekana, utavutia hata wale ambao wengine hawajamtambua Yesu, hata wale ambao walikuwa wameokoka wamerudi nyuma. Ndio maana ukaacha kuhesabu mtoto wa Mungu, uonekane, testimony yako iwe inavutia wengine. Sema ukweli umeokoka, wacha ukaweza kuwa na upendo. Wewe sema ya kwamba uko na Yesu, wewe sema ya kwamba unao huo Mwana na tena una upendo ndani ya moyo wako. Unakula ambako unatuba chakula na hapo majirani wako wengine wala watoto wao wamelala njaa. Wewe sema ya kwamba umeokoka, bado wewe pale shuleni, kiongozi pale shuleni, endeka unaweza kuwa chama pale shuleni, unaendelea kukula clubs ya watoto pale shuleni. Wewe unaweza sema umeokoka, wewe ni dikoni ama wewe ni kiongozi pale kanisani, uko na cheo kubwa. Matendo yako yakiangaliwa hapo nje, wengine wakitazama mienendo yako wanasema kama hii ndio kanisa, wanasema niende na huyu anafanya hivi na yeye ndiye kiongozi, heri ikae. Maandiko yanasema yeye aliye na Mwana ana uzima. Basi lazima matendo yetu yakaweze kuandama na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na kuambia mtazamaji wetu wa OTTV ya kwamba jioni ya leo Mungu anahitaji ukaweze kuwa ndani yake. Yesu anahitaji ukaweze kuwa ndani yake na yeye akuwe ndani yako. Basi ikifika hapo, chochote kila ambacho tutakapoomba kwa imani na tukunajua ya kwamba tuko na huyu Mwana, tutakipokea, maana huyu amepea wengine na sisi atatupea, maana yeye ndiye yako ndani yetu na yeye ni zaidi ya wasindi. Wale ambao wamepata kwa njia ya kumwomba huyu Mwana. Na mtu wa Mungu, acha nikwambia kwamba ukiwa pale kanisani, hautasema ya kwamba umeokoka ukose na majaribu. Hautasema ya kwamba umeokoka usibatane na changamoto. Uwezi sema ya kwamba umeokoka na useme ya kwamba wewe unakula mkate na nyama peke yake, kuku na chabu. Wewe sema ya kwamba umeokoka ukabite barabara bila kona. Wewe sema ya kwamba umeokoka ukunywe chai ya maziwa peke yake. Ukisema umeokoka, kuwa tayari umetangaza vita katikati yako. Ukisema umeokoka, wewe kwamba kuna yale magumu yatakubata, kuna njia ngumu zitakubata, kuna milima itakubata, lakini ukisimama imara, ukisema ya kwamba nikose nisikose, useme ya kwamba nikuwe navyo na sikuwe navyo, ukisimama ukitetea jina ule ya Yesu Kristo, na kuhakikisha nikisema ya kwamba atakushindia baada ya hiyo safari ndefu, utakuwa mshindi, ukaweza kusema ya kwamba Mungu amekutendea. Maombi yangu jioni ya leo na utume wangu jioni ya leo, wacha Yesu awe ndani ya moyo wako, ukasema tuna mazuri ya kumtukuza Mungu. Maana Mungu hataki watoto wake wapotee. Ndio maana alimtuma Yesu ili wote waaminio wakaweze kuokolewa na wakaweze kuwa na uzima wa milele. Na uzima unakuja pule awalipi chochote. Wacha neema ya Mungu ikotoze. Biblia imesema ya kwamba yeye aliye na Mwana ana uzima, pali asiye na Mwana ana uzima. Maombi yangu kwa na huyu Mwana, neema ya Mungu ikutoze. Jina yangu naitwa Pastor Andrew Kamanda, na ubiri sehemu ya Mrongo bale Machakos County. Mubarikiwe sana, OTTV yetu mubarikiwe. Usiku mwema. Funga macho yako nikuombe. Takatifu wa takatifu ishie milele, neema yako inatosha kwa watoto wako. Watazamaji wetu wa OTTV popote walipo jioni ya leo, Jehova na waombea kila umoja. Endekuwa kuna wengine li wagonjwa katika usiku wa leo, wengine wamelazwa hospitali, wengine wako katika manyumba yao, wana amani, wanaumwa usiku na hata mchana.
Ninatamka uponyaji juu ya maisha yao. Ninatamka wakaweza kutoka katika godoro zao, wakaweza kutembea na miguu yao. Wengine wanaumwa hata migongo, wengine ni vichwa, wengine ni miguu, wengine tumbo zao, wengine Jehova hata vigo zao zimeharibika, wengine wako na high blood pressure. Ninatamka neno la uponyaji katika usiku wa leo. Unapotembelea watoto wako, watazamaji wa TV, ninawaombea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Wengine wanahitaji amani katika mafamilia zao, wengine wanahitaji kuinuliwa katika maisha yao, wengine wanahitaji kazi katika maisha yao, wengine wanahitaji njia ya kusomesha watoto wao, wengine wanatafuta katika haki, lakini Jehova wajabata. Ninawatamkia kubata katika usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Wanapolitikiri neno lako ya kwamba yeye anamwona akona uzima, Jehova, hilo neno wacha likaweze kwa neno la msingi katika baraka zao. Ninaomba kwa watengenezee njia pasipo njia, maana umetengenezea wengine. Ninaamini ya kwamba kuna mtu anaenda kutoa ushuhuda ya kwamba kuna muujiza umetendeka kwa ajili ya usiku wa leo. Ninaamini kuna mtu anaenda kupokea uponyaji ili akatoa ushuhuda ya kwamba kupitia maombi ya usiku wa leo amepokea uponyaji. Naamini kuna mtu katika usiku wa leo anaenda kutoa ushuhuda ya kwamba amepokea kazi kupitia maombi ya usiku wa leo. Ninaomba Mwokozi ukawatendee ili tukapate njia ya kulitukuza jina lako. Asante kwa kiongozi wa hii Hot TV. Ninaamini ya kwamba ulimpa hii maarifa ili neno likafikie mioyo ya wana wako. Asante kwa watumishi wako wote, asante kwa watazamaji wote, neno lako liwatoze usiku wa leo. Naomba nikiamini utatenda, na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi tumeomba na hata kuamini. Amen. Mungu awabariki. Aliyetu mbinguni akumbuke maisha yenu. Sijui kama naweza toa namba yangu ya simu hapo ikiwezekana. Amen. Naweza peana namba. Amen. Vile nimesema majina yangu, ukinitafuta kwa channel ya YouTube naitwa Andrew Kamanda. Ni mimi ni mwimbaji, kuna nyimbo zangu pale. Unaweza subscribe na like ukanishare na kadhalika. Namba yangu ya simu ni 07 20 95 90 26. Ndarudia 020 95 90 26. Neema ya Mungu yatoshe. Bye bye. Huyo ndiye amenialika kwake, rafiki wangu, namuita Bishop, namuita Reverend, majina yote yale ambao ya kumpa heshima ili angalau chameni neno la Mungu likasonge. Barikiwa sana wapendwa. Amen. 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 Sana Pastor Kama, they appreciate, thank you. And more atama because there's a next topic here. We need to share together a servant na and anybody who must Hot TV. I see I can imagine the body friend Joshua mchangakurunga dada mkubwa papa antivirus shop Judith Muturi na wana pale. Amen. Na mtu anaitwa hapa Peti Cherotich na hapo ni Oyaro, naona hapa na nitasoma comments zao hapa. Weekly for Bando Denso Kemu, Winnie for Kirubo Penta Rochito ni mroche guy wote tu Fikri ni Mugaka. Ninaona watu kwenye show. Tutakuwa nasoma comments zenyu. Grace Nyambati na kuona pale. Asante sana. Wacha tunilete hapa senior servant, Bishop senior servant pia kwa hapa na sisi. You know it's a nice moment to be with the watumishi wa Mungu kwenye nyumba. As said, as obvious, katika first one hour tutakuwa tunapiga tu na mambo na Mungu. Pia unipatie prayer request yako pale, tunazanga na Facebook. Kama haujafollow kisi Hot TV Strike FM, tupate sisi cha Facebook moja kwa moja. Senior servant Mumanyi, Bishop. Yes. Yes, amen. Nimebarikiwa sana na mahubiri ya mchungaji, nimesikiza vizuri. Naam. Na Mungu anaendelea kutuneemesha, ametupa neema kubwa. Na tumezidi kumfuatilia. Yes. Nashukuru sana kwa kunikaribisha katika show. Thank you very much. Ninaomba ushikilia hapo sina servant na Pastor Kama and anybody. Ndio nataka kuwapatia sasa linki watu wakuja hapa niwaambie kitu kimoja. Now I want to kufungua mchadara. Nataka kufungua mchadara niwaambie what inamaanisha nini. Although umesoma but nita explain kidogo tu ndio tuweze kuanza. Lakini niko na request moja hapa. Wala watu ambao mnafikanga viongozi karibu. Ngoja niseme hivi leo. Viongozi wale ambao mnaongoza nchi, mnaongoza eneo lolote lile, MPs, MCS and governors, women rep,
Mnanifurahishanga sana pede, nyinyi ni watu wazuri. Nyinyi ni watu wazuri. Wanasema kwamba mtu yeyote ambaye ni mtumishi wa Mungu, mtu yeyote ambaye anazungumza neno la Mungu, huyu ni mtumishi. Hakuna mtumishi mkubwa, hakuna mdogo, hakuna mdogo, hakuna mnono, hakuna mwembamba kwa wake Mwenyezi Mungu. Wote wako sawa. Kwa maana wanawakilisha neno lake Mwenyezi Mungu. Pede, wewe mnanifurahishanga sana. Mnanifurahishanga sana. Hana moja nioga endasi nyeba oswateregete basa situ bateregete misa kama ni mazishi au akitokanga pale lazima wanachanga fata pesa mafuta. But I also want to request you MPs, MCS and our new readers wherever you are. Mkienda function matanga mpate ni mapasta wako pale tafadhali. Do it the same, patia pasta hata pesa ya kuweka transport kuanzia. Tusiache tu mapasta tu hivi kitu kifikanga hata sasa tuna. Unaona hata wewe bana wewe. Hey, thank you very much. Kwenye show hapa nataka kufungua show sasa kama kawaida. Naona hapa watu nisome comment. Victory Mugaka, yes, apologies can create peace and heal the wounded heart. People are not ready to apologize because they fear to say. So ama naona aibu ama madharau. Asante sana. Apologies is the easiest way to bring peace and mind your own business. So apologies is not a big deal. Don't be ashamed of. Penta Rojito watching, Winifred Karibu following, thank you very much. Dada mkubwa ndio nimeingia Bwairire Mogirango Minto. Mambo vipi Hot TV nasikilia Riyadh ndani hadi mwisho. Asante sana Mogirango Minto na kuona pale. Dennis Okemo kurwa Isibania niko ndani kama kawa kukurikondo. Asante sana, karibu sana Deno, umenipotelea sana for so long Deno. Wycliffe Nyabando kukurikuntu. Good evening, sir. Good evening to you. Maslini Bosibori. Yes, it does. Karibu sana kwenye show. Dada mkubwa, naomba unisomea Zaburi 105:1-5 na tubarikiwe pamoja ndani ya Hot TV. Nitasoma hilo baadaye. Asante sana. Kwa mtu anaitwa Maslini Bosibori anasema kwamba amen. Dada mkubwa anasema kwamba nafurahi kuona pastors in Hot TV. Kubarikiwa kubwa. Asante sana. Peti Cherotich anasema kwamba thank you very much. Napo ni Oyaro. Hello Kurutu, in tuned from Nairobi headquarters. Asante sana mtu wangu. Peti Cherotich kwa ntavinga, amen. Karibu sana. Naona hapo mtu dada mkubwa anasema kwamba maombi mema sana. Yananiguza, yananipeleka kwenye maombi, nasikia Roho Mtakatifu akizuka juu yangu. Nitatingizwa na Roho wake, barikiwa kwa maombi na mimi ni mwombaji. Nikisikia mtu akiomba nazukiwa sana. Asante sana. Judith Moturi, hakuna Mungu mara 3. Okay. Unamaanisha nini Judith? What do you mean? Okay. Really last point, karibu sana na kuona pale. Thank you for tuning in. Kwa mtu Papa Antivirus ateva kwamba amen. Amugaka Antivirus. Dada mkubwa, amen and amen and amen. God bless you all for the word of God. Myself get the blessings of the Lord today. Dei mahali nipo hakuna kanisa natamani, lakini hakuna. Barikiwa mara dufu mtumizi wa Mungu. Masini Bosibori, amen. Dada mkubwa, hero, may God assist me, amen. Thank you. Frederick Joshua, amen. Thank you very much. Naona hapa mtu anaitwa Masini Bosibori, amen. Judith Moturi, amen. Grace Nyambati, amen. Dada mkubwa, maandiko ya anasema usicheze na Roho Mtakatifu, ni heri ucheze na mtu. Asante sana. Mpenda vinono Nyakanyi, mpenda vinoru ako hapa, anasema kwamba ndio nimefika huko. Karibu sana mpenda vinoru. Anaitwa kwamba Judith Moturi, kamanda mke alirudi. Judith Moturi, mke wa nani alirudi jamani? Mke wa nani alirudi? Thank you. Frederick Joshua, hi, tuned in until the end. Karibu sana kwenye show. Nimesoma comment zote. Now I want to take this opportunity to welcome you to the show. Watu wote na hapa Bosibori, karibu sana, umepotea for so long. Mpenda vinono Nyakangana niambia kwamba high five to Pastor Andrew Kamanda. Umesalimika sana. Thank you very much. So I want us to fungue show. And the show inamaanisha like this. Watu tunawaambia show inamaanisha nini? Na nataka kufungua show. Mimi sasa kuanza sasa hivi sisungumzi. Hii nafasi nawapatia. Baadaye nitawaambia vitu tunafanya. Hii ni Kisi Hot TV. Na mimi naitwa Nyapito Dennis, ukipenda niite Kukurikuntu, ukipenda niite Kurutu, ukipenda niite the only Kuntu, the only Kuntu sim. Hey, the only Kenyan was the sura ya Sudanese, it is me. Ronnie. Wacha nifungue tu show and then stories zingine tutaongea baadaye. Sawa sawa. Wacha niwapatie. Topic inasema tu hivi. Topic inasema hivi. Do you think apologies can bring peace and heal?
If yes, why more people are not ready to apologize and give others more so in our villages, our neighbors? Why it is hard for them to forgive, not to forget? Kwa ndombara warono, yani mtu, unajua kisasa mwa tumefika, inafata mtoto wako mdogo ukimkosea, mwambie daddy I'm sorry, mami I'm sorry. Yeah, but hapo some men wanajua wao ndio the head of the family, unajua kuambia mwanaume kusema I'm sorry hawezi. Kuna watu kuombea kusema I'm sorry, mati mtu anakukanyaga tu, hata kama haikuwa huko unatarajia kukanyaga mtu, it is well and good you say I'm sorry. Unajua huyu mtu kimwambia hata kama alikuwa anataka kujemka, akimwambia sorry atakuwa anarudi chini. But why it is very difficult for some people to say sorry, forgive me, sikuwa na, yani utamka only that word it can bring peace and heal, but inakuwa kitu kigumu mtu kutamka. Sometimes inafanya mtu anapoteza opportunity. Mtu kama ni mwanamke unashinda kuomba mume wako msamaha, mwambie daddy I'm sorry, unapoteza mwanaume. Unakaa single, unaanza kusema wanaume the same, wanaume ni wabaya. Kama ni mwanaume unashindwa kuambia mke wako I'm very sorry, mwanamke anatoka anaenda, unaanza kusema wanawake wa siku hizi wa Kenya ni watu wabaya. I don't know mwenye yako ni yapi. Karibu kwenye show. What do you think? Watu hawataki kusemanga I'm very sorry. Mimi nafungua show and I want to start with the first person who is with me here, but before that niruhusu nifanye hivi. Ninaona kuna Masi, kuna Frederick Joshua, kuna Riri Lastborn. Nataka nifanye hivi. Senior servant alikuwa ameongea, Pastor Kama and Commander amezungumza. Nataka mshikilie hivyo. Nilete Riri Lastborn atusalimie for 30 seconds. Aseme hi, tuende kwake Masi Msuri aseme hi, Frederick Joshua aseme hi, and then niwaambie tunaelekea wapi. So Riri Lastborn, let me just welcome you kwenye show. Salimia watu, waambie jambo ndio tuende next step. Okay, asante kwa nafasi. Ulisema tukuita hata kukurutu. Nimeona high five kila mtu. Yes. Nashukuru kwa kunikaribisha. Tuko pamoja. Thank you very much. Shikilia hapo. Sana usiondoke. Masibo Sibori. Pana juu ya ghorofa nilikujengea. Unanipata? Nakupata leo, ni kama nitasikika. I hope so. Yes, kwa sawa, mwana mpotevu. Karibu kwenye show, salimia watu ndio nikwambie tunaelekea wapi. Asante sana, nimemiss kila mtu hapa ndani na naona wageni wamenitangulia. Karibuni sana. Sasa nimekurecognize Kuntu, Pastor wetu Senior, halafu Lilian, Frederick. Wana wale watu wako kwa comment na wasalimia, kujeni tujiunge pamoja. Tosemani. Alright. Thank you very much. Asante sana. Frederick Joshua, jambo. Freddy. Network is ni fair. Freddy, jambo. Freddy, mambo. Freddy, mambo. Okay. Freddy, unanipata? Okay, nikawa Freddy anipati. Network tukimpata tumpatie nafasi. Ameenda. Baba ya mami, mambo? Poa sana. Si useme hi 15 hata 10 hivi alafu ndio tunaelekea wapi? Hi 1000. Yote high 5. Yaani umenyamanza tu hivi. Anyway, sawa, asante sana baba ya mami. Thank you very much. Dada mkubwa sisi wale nabarikiwa leo na neno takatifu. Asante sana. Hot TV stoki huku usiku naongoje mahubiri. So tukimaliza show kama watahubiri tena. Asante sana. Now at this moment nataka tu nianze na senior servant. Nikitoka kwake senior servant takuja Riri Lastborn, nikuje Masibo, nikuje baba ya mami, nirudi kwake pastors Akama and Commander,
the other side. Party agreement ni hii, tunataka kupatiana time. Kila mtu unampatia at 5 minutes. Hizo ni mingi, 5 minutes. Ukiona nimeinua mkono juu tu hivi, wewe jua kwamba unataka kuenda offside, wengine wasiongee tafadhali. Sawa sawa. So wacha nianze na senior servant, ni dakika 5. Karibu kwenye show, karibu kwenye mchadara, tusukumane nayo, tunyosunyunte kwani mpaka kieleweke. Karibu sana senior servant. Unanipata? Unmute your mic. Nakupata vizuri sana kukurukuntu. Alright. Nafasi ni yako pia. Asifiwe Yesu tena. Amen. Aso mchadara ule ro nomu ya sana kwa letire. Yes. Kagerte twensingo kutoleke gusi. Marora batari usibaki bwata. So tutatumia Kiswahili. Yeah. So concerning the topic of today, unajua huu wakati ni wakati wa mwisho. Yes. Na hizi ni nyakati ambazo tunaona ufunuo wa Yohana umeanza kudhihirika katika maandiko. Na tumeanza kuona mambo kama hayo yakianza kujionyesha tu hadharani. Yes. So unaposema mambo ya kuomba msamaha, watu wengi hawajakuwa ready kuweza kuaccept yale ambayo wanayatenda. Isipokuwa tu kupitia kwa maandiko. Kama hauwezi kukitoa kitu kwa roho yako ndani, ni kumaanisha hata mbinguni huwezi ukasamehewa. Ndio maana maandiko yanasema kwamba anything that you agree on earth, it's also agreed in heaven. Kile ambacho hata kitakachofungwa katika ulimwengu huu kitafungwa mbinguni pia. So kama wewe roho yako ni ile ngumu ambayo haiwezi ikasamehe mtu, ni kumaanisha wewe mwenyewe also you'll walk in that path. You'll walk in that route. Utatembea kwa njia hiyo kwa sababu wewe mwenyewe haujataka kufunguka. So ndo maana inafika wakati mwingine nasema ya kwamba ikiwa unataka uweze kufunguliwa kwa mambo fulani katika maisha yako, lazima wewe mwenyewe uweze kuangalia umefunga kipi katika maisha yako. So if you want something to open in your life, lazima wewe mwenyewe uweze kufungua. That is why sometimes when we do deliverance, tunasema ya kwamba ukumbuke ni wapi ambacho, ni kitu kipi ambacho umeshikilia katika roho yako. Uwezi ukabarikiwa tu, baraka zinaingia kwa roho ambayo iko very open, very clean. So ikiwa hauwezi ukasamehea mtu, ni kumaanisha baraka zako nazo pia haziwezi zikaingia. Unapoingia katika ulimwengu wa kiroho, ikiwa kuna kitu ambacho kimeshikilia kama roof, ni kumaanisha blessings zako haziwezi zikaflow kama kuna kitu ambayo imecover. It's like unaweza sema unataka kunywa maji ambayo iko kwa glass ambayo imefunikwa. Hauwezi ukayanywa kwa sababu kuna kifuniko. Ikiwa mtu amekuwa covered na ufuniko wa uzinzi for example, ni kumaanisha kwamba baraka zako haziwezi zikaflow unless uondoe hicho kifuniko. So ikiwa unataka kubarikiwa, mambo ya forgiveness lazima iingie. Usamehee yule ambaye amekukosea. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba usamehee mara 77 mara 7. Yaani kumaanisha hakuna kiwango cha kusamehea watu. Ikiwa hauwezi kuingia katika hiyo level ya kuaccept, ya kukubaliana ili uweze kutoa yale ambayo yako kwa roho yako, ni kumaanisha wewe mwenyewe umeweza kujifungia. All right. Senior servant. Yes. Already 1 minute. Already you have 1 minute. Uliniambia 1 minute na nimeona ni kama So, you start with ama ulikuwa umepeana dakika ngapi leo? 5 minutes. Mungu ni mkubwa. Hata mimi nilikuwa nasikia ni 1 minute, hata ndo maana nilikuwa najisukuma nikiona kama nitaweza kufiti. Yes. Sasa mwanadamu ameumbwa kwa njia tofauti na wanyama. Unajua sisi tumetofautishwa kutoka kwa wanyama. Yale mafikira yetu yanaendana na zile vitu ambazo tunazifanya. Ikiwa unaweza kushikilia jambo fulani, mnyama unajua unaweza ukamgonga saa hii na akakupa maziwa. Wewe si kama ng'ombe. Ng'ombe unaweza ukaigonga ukaweza kukosa kupeana chakula, lakini hii ng'ombe ukaikamua na ikakubali. Lakini mtu ana akili zake, yeye anafikiria na anakumbuka. Yaani kumaanisha sisi wanadamu we have memory.
So kwa hiyo memory lazima uweze kuhakikisha kile ambacho kiko fed. It's like a computer. Ile kitu unaingisha katika database ya computer, hiyo ukitaka kuitoa una retrieve tu kutoka hapo, inatoka hiyo tu. So that is why they say that kwamba if you save garbage, ile utakayopata itakuwa ni garbage out. So kile ambacho una feed katika spirit yako sasa ni katika kwa ulimwengu wa kiroho, ndicho hicho utakachokipokea. Unajua haya maombi tunayoomba ama Mungu tunayemwabudu tunamuomba kupitia kwa kiroho, and it's through the spirit, sababu yeye mwenyewe ni spirit. Sisi tunapitia kwa njia hiyo ya kiroho ndio tuweze kufikia. So ndio tuweze kufungua njia ya kiroho, lazima tuweze kuweka roho zetu ziwe clean bila kuhold anything katika roho zetu, ndio tuweze kumfikia kwa njia hiyo ya kufunguliwa katika spiritual realm. Unajua the communication that we have from the physical world to the spiritual world ni kupitia kwa yule roho ambayo ako ndani yako. Mtu awe mwizi, mtu awe mkorofi namna gani, roho uko nayo ya Mungu, lakini ni ile, the difference is how active your spirit is that it connects between you and the Holy Spirit. So Holy Spirit ambaye amewekwa ndani yako ako tu, hata kama wewe ni mwizi. Ndio maana saa zingine unaweza taka kwenda kuiba, hata ukaomba ukasema Mungu leo nisikamatwe. Huyo ni roho, ni ile you are using it in a wrong way. Lakini ikiwa unataka iwe active, ile ya kuconnect, ni ile ambayo iko clean, haija hold anything, roho yako iko safi, alafu jambo lolote linapoongelewa, hata kama ni baraka inapotoka. Unajua saa zingine tunazuia baraka zetu ni kwa ajili ya yale mambo ambayo tumeyaweka katika roho. Mtu unaweza ukaenda kanisani ukaombewa, pastor akasema receive your blessing, na uwezi ukaipokea kama kuna hiyo kifuniko imekuweka. So tuweze kuondoa bitterness and unforgivingness ndio tuweze kupokea baraka zetu. Right. Asante sana. Thank you very much. Thank you very much. Maybe mtu atakuwa na swali baadaye, shikilia tu papo hapo. Usitoke. Watri Ragavu. Next on stage anaitwa Lily Lastpon. Lily Lastpon, karibu sana. Nashukuru kwa nafasi. Yes. Mi kitu yenye naweza sema, unajua msamaha ni kitu ya maana katika sisi kama binadamu. Huwezi kuenda kuomba Mungu msamaha wakati wewe mwenyewe hausamehe. Kama Mumanya amesema hapo, mtu hata kama awe mwizi, awe nini, hata Mungu anasemanga hata uwe na dhambi zenye ziko aje, ziwe nyekundu, utasamehewa. So msamaha ni kitu ya maana katika sisi binadamu. Tunyenyekee tu, yani kunyenyekea tu utasamehewa, ama pia na wewe samehewa, hata kukaanga na roho yenyewe si ya nini, ni kusamea kitu ya maana katika maisha yetu sisi binadamu. What do you think it is very difficult for somebody to say I'm very sorry ama kuomba msamaha? Mtu yani, unajua hapa the issue is watu hawako ready. The people are not ready to say I'm very sorry. Sometimes hiyo jina ni kidogo but inaweza fanya upoteze vitu vingi. Lakini wengi wao yani hata ukimwambia inakuanga ni ngumu sana kutoa jina Lilian I'm sorry, unaona? Ni kitu yani kutoka si rahisi but inaweza kukusaidia mbali. Kusema tu Lilian I'm sorry inaweza kukuokolea vitu mob. Yeah. Okay. Shikilia hapo, tarudi tena. Maswali iko hapa. Ndio kwanza mzungumze, maswali iko hapa mingi. Masi Vosivori. Yes, yes mimi. Sasa kuja hapa. Na niko. Siku hizi kwani unataka unanitiema, unataka kukua Sudanisi kama mimi, kuja kwa show. Karibu sana. Sisi ni Wasudanisi pia ni Waafrika. Tunakubali rangi yetu. Tunaji appreciate. Karibu sana, nafasi ni yako. Aya, asante sana. Mimi chenye naweza sema kulingana na topic ya leo. Unajua apology
inafunika mambo mengi Mhm. na inazuia hizo nini conflict na kila kitu. Yes. Inawezekana si wewe umekosa, lakini kutaka kupoesha vita na kila kitu. Kama umeona kuna mtu ameleta vita pahali fulani na umeona kuna tatizo limetokezea, unaweza volunteer, unaenda unaomba yule mtu msamaha, unamwambia kama maybe tuseme in the community, kama mtu amefuga mbuzi ama ng'ombe zimeenda pale kwa shamba la mtu zikakosea, na maybe hata zimekuja kwako zikakosa pale, lakini so unapata at the end mwenye mazao yake yameharibiwa shambani, unaweza enda tu unatuliza yule mwenye ako na hizo mifugo, unamwambia hata kama imetokea, mi sikuwa na vita, tuishi kiudugu, fuga mifugo salama, uichunge vizuri. Na kama maybe mlikuwa, najua kwa familia kuna kuanga na mume na mzee, inawezekana mama alienda akaongea pahali kinyume na venye mzee angeongea. Sasa hiyo inaleta conflict kupitia lile tatizo. Huyo anaweza enda akamwomba msamaha akasema nina apologize kwa sababu ya mke wangu alienda akasema hivi, lakini mi sikuwa nimekupangia chochote. Unaona, hiyo is a form of an apology ya kuleta amani. So amani itapatikana, watu hawatapigana. Na tukikuja maybe kwa marafiki, umetembea mkiwa wawili watatu tu hivi, jambo limetokezea, mdomo umeteleza, maybe umesema mwingine vibaya mbele ya yule mwenye ni rafiki yake wa kweli. Sasa ameenda amekusema, ukikuja kusikia hili jambo limetokezea, usingoje likufikie, usingoje yule mwenye ulimsema vibaya kuje kupigana na wewe. Nenda mbele yake, mwambie kweli ilikuwa hivi na hivi, na mdomo uliteleza nikasema hivi, naomba tu unisamehe. Hii itapunguza vita mingi na conflict kwa jamii. So kutoa apology ama kuomba forgiveness haikutoi kitu, haikuleti chini. Kwanza inakuletea heshima fulani. Inasemekana mtu fulani akikosewa ama akikosa, huwa yeye anaombanga msamaha. Hata maybe kukitokezea na jambo fulani la kupigana ama nini, hawatakuja kukupiga vita sana. Juu watajua obviously mtu hata tunaenda kumpiga vita, ataomba msamaha, ni mtu mwenye ananyenyekea. Hata ukitaka kuomba kiti pale in the society ama huko kwa madaraka ya juu, utapewa kiurahisi kwa sababu wewe ni mtu umezoea kunyenyekea. Hata inawezekana ni watoto wako wamepita mtihani vizuri na una uwezo wa kuwasomesha. Kule kukujua watu wamekujua, ukikosa unaombanga msamaha, hata unaomba msamaha kwa niaba ya watoto wako wakati wamekosea. Watu watakuheshimu, na wakati uko na shida ya kusaidiwa, watakam through na wakusaidie, kama ni watoto wasome, ama kama ni ugonjwa wakusaidie kucontribute upate, yani vitu kama hizo. Kuomba apology inaletanga harmony kabisa kabisa, kwa sababu watu wakiomba msamaha, nikiomba msamaha mwingine pia ombe msamaha, hatutakuwa na vita, hatutamwaga damu. Hata watu wa madaraka ya juu pia wakiwa wanaomba msamaha, tutakuwa tumeishi kwa amani. So hivyo ndio inaweza changia kwa sasa, kwamba tukiendelea Shikilia hapo. tena. Ni kama umepoteza network imekutupa. Network imekutupa nje. Unanipata? Unanipata? Mimi mimi nakupata. Oh, ushamaliza? Nipatie wengine nafasi pia wachangie. Wewe ni mtoto mwigweri, waterera gabo, nitakuja na maswali baadaye.
Before nipatele Frederick. Frederick, unanipata? Freddy? Okay, asante sana. Dada mkubwa hata angalia Dennis. Huyu anauliza pastor, mke alirudi. Yes. Yeye ni mke wake? Okay, Freddy. No. Yes. Jambo, karibu sana kwa show. Nimekupata sasa. Yangu ili bageliga, Yes, nakupata. Karibu sana kwenye show. Nafasi ni Yes. yako. Nafasi ni yako. Yes. Freddy, nafasi nimekupatia. Frederick. Okay. Dada mkubwa, angalia Dennis. Huyu anauza pastor, mke alirudi. Yeye ni mke wake. Pepo ishinde kwa jina la Yesu. Tumebarikiwa na unaleta hiyo yako kutupunguza hawa. Nashangaa sana na binadamu na mke mpya akaye anarukaruka vibaya. Very bad. Okay. Dada mkubwa, mbona unasomea watu hivi? Gradis Ovita ndio kuingia Montominto ayomugira ngo mbona gusoma. Karibu sana. Thank you very much. Frederick, unanipata? Freddy, do you hear me? Freddy. Obe. Nani ametoka? Lilian. Lili umeenda wapi kuja hapa? Okay. Gladys ndio kuingia, wote nikupatie link. Sasa nataka want us now tuanze kudiscuss here. Tumesema yote, but why is it very difficult? Very difficult. Very difficult. Possibly, why is it very difficult? Have you umewahi, unajua kuna hizi kuna kitu ya kusema thank you na I'm very sorry. Yenye inashinda watu very sorry. What do you think? Watu ngapi possibly umeikosea na ukawaambia I'm very sorry? Okay, kwa upande wangu mimi naweza sema ni lazima maisha yangu ni ya kuomba network. Kwa sababu naamini ukiomba nasema kitu ambacho nadhani watu huogopa kuomba msamaha. Kuna ile type ukienda kuomba msamaha hata kama ilikuwa ni jambo dogo mtu amekosea. Network imemtoa. Senior servant. Network lero ikale nzinzi. Igakarego fanya hapa. I don't know. So we are here on this topic. Kama msamaha ni kitu kizuri, kwamba people should forget every time. But why is it very hard, especially men, to say I'm sorry kama msamaha to their wife ama kwa watoto wao? Nilikuwa nauliza amerudi hapa. Statement yake ndio audio yako hatusikii vizuri. Unanipata? Sasa ndo nakupata. Mtu anatumia earphones hapo. Anyway.
I'm asking this. Why is it very hard for a man to ask for the forgiveness? Say, I'm very sorry. Kwa mke wake ama watoto. Mbona inakuwa ngumu? maite twakwane kene bono ensi yetie twakwana boene njinomu akwa mafuta, lakini sometimes ne tege twakwane kene. Yes. Kuna vitu zingine hata ukiangalia unapoweka katika uhalisia hiyo ni Kiswahili mzuri kweli. In reality zenye ni practical. Yes. Ukiingia kwa mfano kwa nyumba upate mtu umemwambia asubuhi, hii kitu nikija huo nimeniwekea mahali hapa. Uingie upate hiyo kitu haijafanyika vile ilikuwa inastahili, umemwelezea ifanyike. Hata kama we ni nani, utareact ama utareact? Nikikurudisha katika maandiko, Yesu alipoingia katika hekalu akapata watu wanafanya biashara tofauti tofauti, akachukua whip akanyorosha watu. Ile kunyorosha watu ni kusema ya kwamba kuna mambo mengine ambayo yanaweza kufanya hasira ikaweza kupanda. So sisi kama wanaume kusamehe inakuwa ngumu kwa sababu ya roho yetu. Unajua sisi tuko na roho ngumu. Vile mwanamke anapofikiria sisi sivyo tunavyofikiria, na sisi mind yetu iko very, very, very powerful. Ndio maana unaona hata wakati ukitaka kukatia msichana atajua unataka kumkatia hata before umwambie. Kwa nini? Because your feelings and your mind is very powerful compared to the lady. Lakini msichana akitaka mwanaume ni unless uambiwe ndio uweze kujua. Mtu akwambie kwani uone yeye amefanya hivi ni kama na nini, ndio utashindwa. Kwani anamaanisha hivyo? Why? We are different. Sisi tuko tofauti. Yani feelings zetu ziko tofauti na wanawake. Sisi ndio tuweze kusameha. Number one, huwa tunaonanga ni kama tunakuwa lowered. Mambo ya dignity ama respect inakuwa chini. Unajua ukiangalia kutoka kwa mababu zetu walikuwa wanasema mwanaume ndiye kichwa cha familia. Even the Bible says that. Lakini sasa kuna ile mentality imewekwa ndani yetu ya kwamba ikiwa unaweza kufanya vitu fulani, hata unaweza ukakosolewa na jamii, ama unaweza ukaonekana ni kama you don't fit in that community. So inatufanya tunakuwa wagumu ku release that kind of nini. But ikiingia katika mambo ya Ukristo inastahili sisi wote tunakuwa level moja. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba sisi wote ni watoto mbele zake Mwenyezi Mungu, kwa kuwa ikiwa tutatii na kutenda kulingana na neno la Mungu tutaweza kufikia ufalme wa mbingu. And even the Bible says clearly that unless you lower yourself and become like children, otherwise you will not see the kingdom of God. Ni kwa nini Biblia inasema hivyo? Inasema hivyo kwa sababu inajua kwamba mtoto sahihi ukimchapa, hata ukimuita the next minute, yeye ashasahau, na mtoto anaweza akakwambia asante kwa kile ambacho umemfanyia. So ikiwa kama hatuwezi tukarudi tukawa kama wale watoto wadogo, kuna mambo fulani yataweza kutupita, kuna mambo hatuwezi tukayafikia hata katika ufalme wa mbingu. Ndio maana maandiko yamekataa. So ikiwa hatuwezi kutilia maanani mambo kama haya, itakuwa vigumu hata kuingia katika ufalme wa mbingu. So kusema ya kwamba sisi wanaume inakuwa tofauti, kwa nini inakuwa vigumu kwa wanaume kusema sorry? Ni kwa sababu ya mentality and the way we've been venye tumelelewa sisi kama wanaume, inakuwa ni kama we are lowering our dignity. Yani tunaona ni kama heshima yetu inashuka kidogo. Ndio maana inakuwa vigumu sisi kama wanaume kuweza kusema sorry. Alright. Andrew Kamanda iko ndani ya nyumba. Asante sana Pastor, we are here. Pastor, nilikuwa nataka mzungumza hapa, sijui kama network ilikuwa nje. Kuna mtu hapa network imetoa nje, Masi network leo ile sense kabisa. But you want to talk here the reality why watu wengine hawataki kuomba msamaha, hata they take it mtu anaweza kosea mtu, umefanya makosa Gladys Ovita otenga ndio kuingia omuntu mindu karibu sana kwa ndiko nimesoma hiyo.
I don't know why it is very difficult for some people. Naona abana kwa sababu msamaha, it gets very hard for them to say we are very sorry. This mentality, Bishop, tunaweza iondoa aje kwa hii kisasi? Because it is something which is there. Mtu anasema kwamba I'm the head of the family. Nikisema nimesema, I'm always right. Mimi kama mwanaume I'm always right. Kuruse mentality ndio tuweze kutoa hii katika mafikira ya watu, ni kurudi tu katika neno la Mungu na tuingie katika wokovu, because the Bible says neno la Mungu linakata mbele na nyuma. Ikiwa hauwezi kuwa lowered with the word of God, then hakuna kitu kingine kinaweza kukudoa. So na unaona saa hii vile mambo yanaendelea kuwa, unaona hizi programs kama za CBC, unaona watoto vitu wanafunzwa. Unajua there is something mtoto anaweza akawekwa ndani yake kwa sasa ikamuaffect in future life. Sisi vile tulilelewa ndio hii sasa hivi ina take hiyo place ya zile vitu ambazo tulikuwa tumeelezewa. So ikiwa tunaweza kuweka msingi mzuri hata kwa hawa watoto ambao tuko nao, ni kumaanisha the future generation, the generation that is coming, inaenda kuwa generation ambayo inamtii Mungu, number one. Neno la Mungu likiwa ndani yako, ni kumaanisha ya kwamba utatii yale matunda ambayo ni ya kiroho, yatatiririka ndani yako na utaweza kumea kama kiumbe kipya. Na hayo yote, hata kama utaambiwa ukiomba msamaha, itakuwa tu iko ndani, iko kwa kinywa chako, iko tu. Mtu akikukosea, by the way, unajua siku hizi mtu anaweza akakusaidia hata pesa ikakuwa vigumu kumwambia asante. Yaani unaona ni kama ukimwambia asante, ni kama huyu mtu ataona ni kama nilikuwa nimesumbuka sana. So unapata kuna kitu kama hiyo inakuwa ndani yako. Ndo hata mtu akikusaidia unaona hata nikimwambia asante yani it's like naonekana ni kama nilikuwa nahitaji sana hii kitu. So unajiambia ndo huyu mtu asione ya kwamba nilikuwa nahitaji kitu sana, waja ikae tu. So imekuwa ni kama it's a kind of ni karutini fulani kenye kameendelea kuwa hivyo mpaka sasa imeaffect kwa kizazi ambacho tuko nacho sasa hivi. So this generation ndo tuweze kuondoa hiyo mentality, ni kuingia katika Mungu, tuombe msamaha. Ndo maana Yesu anaambia, Mungu anaambia Musa ya kwamba ambia hao wana wa Israel waweze kuomba msamaha. In the book of Hosea says that unless they turn and they return to their old ways, otherwise they will perish. Kumaanisha hata sisi kama hatuwezi tukarudia zile njia ambazo ni za Biblia, kuna vitu ambazo tunaweza tukakosa, ama kuna vitu ambazo hatuwezi tukafikia, ni kwa sababu hatujaweza kuingia katika zile njia ambazo zinahitajika. Alright. Celestine Nyagaka channel in guys, karibu sana Celestine Nyagaka. Thank you for tuning in. Hii ni Kisi Hot TV. Yeah. What we are talking here, it is really ni kitu yenye iko. And some men they know that kwamba wao ndio kusema. Wakisema wamesema. Yeah? If they say, they say. And that's why even some people they go wanaenda unapata wanafanya vizimambo. Mtu unaweza poteza ile opportunity just because of not apologizing. Unajua kuna mtu anaweza kupatia kitu kidogo tu, mtihani kidogo. But to say I'm sorry inakuwa very difficult. Pale kijijini pale your neighbor mnakosana tu, yani sile ya misunderstanding. Lakini wanaume tukao na abantu in the village, watu wamekosana na more, this is your neighbor, ako kando yako bana, hampatani, hamuelewani, mmekosana, but he or the your neighbor, yani tu ni kwa hapo kwa mlango tu. You know the way we build, vile tunajenga sisi huko Kisii, mashamba yameshikana, mnakaa pamoja, mnaishi pamoja, but kitu kidogo tu ndicho mnakosania. You don't say I'm very sorry, you don't apologize. Utaki kusema kwamba Kisii kwa I'm sorry, hata kama okay. Senior servant, sasa kwa sababu niko na wewe hapa, lazima tuende na wewe one on one. Kwa hiyo tukijipishana wanapata pale,
wakiwa wanaelewa hii. Hata kama sijakosa, ni vizuri niombe msamaha. Mimi sijakosa ama sijakosea mtu, ni vizuri niombe msamaha hata kama mtu akona juki na mimi. Hatia ni hatia, hiyo umefanya haujafanya. Najua kuna saa zingine unapata mtu amewekelewa kitu yenye hajafanya. Mimi nikikwambia katika historia yangu kidogo ni kwamba kuna wakati ilifika wakati nilikuwa shule, tulikuwa tunatembea na group fulani ya wanafunzi, nilikuwa napenda kutembea na wao. So ikafika wakati hawa jamaa walikuwa wanafuta bangi. Ikafika a time walikuwa wanatafutwa na chief wa sehemu hiyo kule nyumbani. So tulikuwa tunatembea watu watatu, hao majamaa wawili alafu na mimi, ndio tulikuwa tu marafiki wenye tungetoka shule pamoja, tunatoka pamoja, tunaenda shule asubuhi pamoja, lazima wapite kwangu wanaone kama niko, ndio tuelekee. Ikafika wakati hao majamaa wanatafutwa ni kwa ajili ya bangi. Ikasemekana wanatembea na akina nani, wakasema tunatembea na Momanyi, na mimi sijawahi vuta hiyo bangi, mimi sijawahi test, lakini nilichapwa kwa makosa ya hawa. Sababu gani? Sababu nilikuwa natembea na wao. So hiyo wakati ikifika kama huo, naulizwa utaaja kukunywa bangi hata kama wewe ungesema nini. Unajua wakati there is a time unafikanga mwisho, you are fixed, you know that hii kitu sijaifanya, lakini kwa sababu imesemekana tu eti kwamba nimeifanya, hata kama sijafanya, waja tu nikaombe msamaha. Elijah anaambia Elisha ya kwamba ikiwa kuna kitu ambacho kitakupita, wewe kikubalie tu. Kama kuna kitu unataka kuombea, wewe kiombee tu. You don't need to seek for anything, for you to pray for something. Unastahili tu, kama ni maombi ikifika tu inahitaji maombi, si lazima uchukue hiyo anointing ambayo niko naye ndio uweze kufikia hapo. So sometimes situation zinaweza zikakusukuma ukakubali kitu ambacho hakiko. Ndio maana nasema ya kwamba msamaha, unaweza kuomba msamaha hata kama haujakosea. Kwa nini? Kwa sababu kuna situation unaweza wekwa, wewe mwenyewe unajua ndani yako hii kitu sijafanya. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba Mungu huangalia roho ya mtu, haangalii tu yale matendo ambayo unayafanya, anaangalia roho yako. Sasa kama roho yako ni safi na umeomba msamaha, hicho kitu hakikuwa kimekuhusu wewe, ni kumaanisha you are clean from your heart and you've done the will of God. Alright, asante sana watu ragabu. Dada mkubwa anasema kwamba Pastor Momanyi, pongezi na hilo kabisa. Niseme hivi, inafuatana na kosa ni gani? Moyo mgumu. Moyo mgumu ni kuomba tusome maandiko vizuri. Tutasamea vile maandiko yanasema, samea 70 mara 70, lakini kwa wengine ni vigumu nikiwa mmoja wao. Kai. Yaani wewe, what is this? What is the secret? Why is it very difficult for you to say I'm sorry? Dada mkubwa. Wycliffe Nyabando. Wacha tu nikuambie yote, mada inasema kuhusu nini. Nyabando, our topic of tonight, it says like why okay, do you think apologies can bring peace and heal? If yes, why more people are not ready to apologize and to forgive others, more especially in our villages and our neighbors? Why is it hard for them to forgive nor forget? Mbona kama unafikiria kwamba kuomba msamaha inaweza leta amani na kuponya mioyo yetu? Kama ndio, mbona watu wengine hawataki kuomba msamaha? Mbona watu wengine hawataki kukubali wakati umeomba msamaha? Why it is very difficult for these people? Why it is very difficult to say I'm very sorry if you know that it will bring peace and heal na ilete amani? Why don't you? If you that's the solution. Mbona wengine tunawafia kusema I'm very sorry? Wycliffe Nyabando, kukurikuntu, mada ni gani? Nimekuambia Wycliffe Nyabando, I'm joining from Fatuma Nor.
Karibu sana joining the show. Pastor, you know on this side. Bwana mbona ora tena ki I'm sorry kaki. I'm sorry. Na hawezi kafanya nini? Hawezi akaitikia. Anakataa. Prince Job watching live from diaspora. Next mjadala pick up watu waombe msamaha. Why is it? Unajua nimeweka link hapa. It is free. The reason why I'm here with the senior servant, nilipata watu wengine hizi topic hizi watu wengine tunaogopa, watch from 90 degrees. Hii haikuwa yangu na haikuwa topic yangu na pastor hapa ama senior servant. It is for us all. Okay? The topic is for us all. So sijui kama network ilikataa, nimeweka hapo link tena vizuri. Sijui kama liwapiga nje patikuja kwa show tuongee. Why is it very difficult? Yani unaomba mtu msamaha na hataki. Umemwambia I'm very sorry na hataki kusahau, hataki sure he doesn't want to forget. Kama umemwambia I'm very sorry, pole sana. Why is it? Why? Hao watu tuwafanyaje? Umeniomba msamaha, nimekataa, bado niko na ile roho yako nimeweka kwa kinyongo, sitaki kusahau. Yes, how can we deal with these people? Wycliffe Nyabando, kwamba msamaha is the best pathway to go in that we forgive one another and move on a godly way. May the Almighty God bless you, Kukurikutu, for this great topic. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. So, and I want everybody to come here. Link iko hapo. But let me just continue to talk with the senior servant. Senior servant, according to the Bible, nimeomba mtu msamaha, nimemwambia I'm very sorry, na hataki kusahau, hataki kuforget. What should I do? What am I supposed to do? Najua ndio uweze kusamehewa lazima we mwenyewe usamehe. So ikiwa hauwezi ukasamehea, hata wewe uwezi ukasamehewa. Ndio maana inasemekana kwamba ikiwa kile ambacho unataka kifanyike kwa maisha yako, lazima wewe mwenyewe uwe umekifanya. Hata ndio manake ukitaka kubarikiwa kutoka kwa madhabahu fulani kwa kanisa, lazima ugharamike katika hiyo madhabahu. It's the same thing ya kwamba ikiwa unataka mimi nikusamehe Kurukuntu umenikosea, lazima wewe unisamehe. Lazima nikitaka wewe Kurukuntu unisamehe, lazima mimi nikusamehe mwanzo, alafu ndo wewe uweze kunisamea. Tukisameana hivyo itaingiana vizuri kulingana na maandiko. Lakini sasa sisi tunachukulia, unajua hii mambo ya forgiveness it actually ni kitu ambayo inaendanga na mindset and actually the mentality ile ambayo tuko nayo. So kuna wale watu ambao tuko fixed ya kwamba ikiwa mtu hawezi kunisamehe, hata mimi siwezi kumsamehe, na inakuwa vigumu kusahau kwa sababu kuna kitu mtu anaweza akakufanyia ikakuingia, na ni lazima tu tuseme ukweli, because even the Bible says pretenders are worse than murderers. So lazima tuambiane ukweli hapa. Kuna kitu mtu anaweza akakufanyia, mpaka wazungu wanasemanga you can forgive but you can't forget. Kumaanisha kwamba kuna kitu unaweza ukasamehe mtu lakini ukakosa kusahau. Umeoa bibi Kurukuntu, tuseme kwa mfano. Huyo bibi ameamua akaenda na nyumba yako yote, na maanisha akahama na vitu zote kwa nyumba. Tena akarudi baadaye mara ya pili, mkasameheana, mkarudiana katika ndoa. Huyu bibi unaweza ukamsamehe lakini hauwezi ukasahau kile kitendo. Ndio maana inasemekana kwamba ndio uweze kutokana na katika hali hiyo, lazima huyu ambaye unataka umsamehe aweze kusamehea mwanzo, ndio hiyo spirit inapo connect iwe inafikiana kwa kwamba watu wote wamesameheana. Na ndio maana unakuta saa zingine watu wanafanya kimira. Hiyo kimira ni kusema ya kwamba kile ambacho nilikufanyia unisamehe, na mimi nimekusamehe kwa sababu ya kile ambacho ulinisamehe. So kusahau inaweza kuwa ngumu, lakini kusamehe it's even a command from the Bible.
Ikiwa hawa watu wana wa Israeli, anaambiwa Musa, anaambia Aaron ya kwamba hawa watu ikiwa hawawezi kuenenda kwa njia za Mwenyezi Mungu, kuna yale mambo ambayo wanaenda kuyakosa kwa sababu wameanza kuabudu sanamu. Wameanza kuabudu sanamu kwa sababu walikuwa wameona ya kwamba mimi nimeenda mlimani, nimeenda kuomba Mungu, nikakawia kule. So anaporudi Musa anapata hawa wametengenezewa mfano wa ng'ombe ambayo wanaendelea kuabudu. Hawa watu Mungu aliwasamehe, lakini kile kitendo ambacho walikuwa wanakifanya bado kiko katika mafikra ya watu. So kile kitendo ndio kiweze kuondolewa, lazima hawa watu Mungu mwenyewe alipowasamehe na wao wenyewe wakajisamehea hata kutokana na hicho kitendo. So ndio mtu aweze kutoa kitendo kile katika mind yako, lazima yeye mwenyewe aweze kukusamehe alafu umsamehe. Ndio maana tunasema actually hii kitu inaendana na mindset ya mtu vile iko. Mtu amekufanyia kitu unasema huyu hata kama atafanya nini mimi haiwezi katoka kwa mind yangu, ama siwezi nikamsamehe. So hiyo ni kumaanisha kwamba roho yako haijakubali kufunguka uweze kumsamehe. So ndio umsamehe, akusamehe, msameane, ndio hayo mambo yaishi. Okay, kuna mtu anasema kwamba dada mkubwa, nikuulize mtu Dennis, mtu akukate mikono yako yote na hakuna kosa, utamsamea na unaona kabisa amekukata. Nilitoa hili kwa mfano. Sijui nani atajibu hili. Sijui kama senior servant atajibu hili. Ilikuwa dada mkubwa, umeuliza swali mzuri sana. Mtu akukata mikono yako miwili na unaona ni yeye amekukata, ati utamsamehe? Maandiko inasema, unajua kusamehea ni kutoka kwa roho yako. Ikiwa umefunguka na roho yako iko open kuweza kusamehe, utasamehea tu. Lakini ndio maana nimesema ya kwamba you can forgive but you cannot forget. Lakini ile hali ya kusamehea na ukasema ya kwamba waje tuendelee na maisha. Kuna mwanadada mwingine nilikuwa naona katika runinga, alikuwa amekatwa na bwana yake mikono yake yote miwili. Na hiyo story ilikuwa featured hata Kiss Hot TV niliiona. So huyo mwanadada alikatwa mikono na bwana yake yote miwili, akapelekwa hospitalini. Alipopelekwa kule akakaa huko, akatibiwa. Unajua, kumbuka hana mikono yule bwana, akakamatwa akapelekwa prison. Yule mwanadada alipotoka kule akasema, nimemsamehe bwana yangu na ningependa niombe serikali iweze kumrelease huyu bwana yangu atoke prison aweze kuja nyumbani. Unaona, yule mwanadada kitu alifanya ni kutoka ndani ya roho yake aliweza kusamehe, lakini kile kitendo hawezi akakisahau kwa sababu hana mikono, hawezi pika kwa nyumba, hawezi vua nguo, hawezi fanya chochote, hawezi lea watoto vizuri, hawezi fanya kazi ya nyumbani, hawezi enda kwa shamba. Lakini kwa sababu alifunguka roho yake na kusamehe bwana yake, ikaweza kumruhusu akuwe na hiyo roho. Sasa hiyo ndo tunaita utu. Mtu anakuwa na utu ambao unaweza ukaenda beyond. Ndio maana sisi si wanyama, ni wanadamu. Unaenda beyond kuangalia kwamba hichi nikifanya hivi kuna kitu kitaenda mbeleni. Labda mwanadada kama huyu alifikiria kwamba kama nitaenda kukaa peke yangu nitaweza kusaidika namna gani? Sasa sina mikono, nani atanisaidia? Ama huyu labda ndiye ataweza kunisaidia. So sometimes we look at what do we get out of this, ndio tuweze kusamehea. Na sisi kama Wakristo hatuhitaji kuangalia naenda kugain nini ama naenda kupata nini. So dada mkubwa, ningependa kusema kwamba you can forgive such a person, lakini you may not forget. But inafaa vizuri kuwa ikiwa unasamehea, unatoa kwa roho yako na unaanza maisha mapya. Right. Asante sana. Okay, anasema kwamba dada mkubwa, ukweli kabisa Pastor P. Blessed for that, very true. Thank you very much. Thank you very much. Wapenzi watazamaji wa mpira walibaba zitemechezo ngo bande refscope ngo batebinde refscope baadaye vinto bichenje tumwino wega. Anyway, senior servant sijui nimekuweka sana. Thank you for being with me. Labda maneno ya mwisho kama ulikuwa unataka kuondoka, you can leave because here we are here sisi mpaka at the latest hours until morning hours. So sijui kama unataka kuondoka, you can say your last words, kupatia nafasi ya kupumzika.
Mimi niko tu kwa show na ngoja hata maswali, watu waulize maswali, watu wange vinto vije njitu mwina wa somo pira. Iko on the audio yes, iko sawa sana. Iko sawa. Yes, okay, what is hapa hivi? Bayern Munich Bayern Munich 0 Champions League, Benfica Barcelona. Benfica 1, Barcelona 0. Atalanta 1, 0. Manchester United, Ronaldo, whatever. Villarreal 1, Manchester 0. Kuna FC Salzburg versus Real. Salzburg 0. Champions League Champions League na vitu zingine hapa vitu zimecheza hapa. Chelsea versus Juventus 1, Chelsea 0. Zenit Park Malmo, Zenit St. Peter's Malmo 0 full time. Hivi mtobi chenche timu inoga, you see Chelsea imepiwa, Man U imepiwa, Barcelona imepiwa, Sevilla imepiwa. Hapa vitu zimechange. Vitu zimechange hapa kabisa. Back to the normal routine. Ndani ya topic get routine ya mahali on the high ndio kuingia, karibu sana get ndio kuingia. And if anybody was a question to ask, yeah, our topic of tonight ilikuwa tu why is it very difficult for, okay, if do you think kwamba kuomba msamaha, for asking for the forgiveness, it can heal and bring a peace to the society? If it is yes, kwanza kitu cha kwanza lazima useme ama hapana. If you know that kwamba kuomba msamaha, it can bring peace and harmony and it can heal in the society. Why is it very difficult for some people? Most people, at 99%, hawataki kuomba msamaha. Mtu unakosea hata mtoto wako, mwondoko kwa siri mwana gopi, hata kama ni mtoto mdogo, you don't want to apologize. Watu senje niso, I know mwana, so I'm the head of you, mimi ni mkubwa kwako, you must obey me. Wekongi were mimi ndo munebiga. So why is it very difficult for this one? Abantu batego sabana ki gaki I'm very sorry, ni naomba msamaha mtoto wangu, forgive me, just forgive me. Why is it very difficult for this one? Watu kutoomba msamaha. Kama yes, of course it will heal. Why is it very difficult for these people to say I'm very sorry? It is quite, it will be well, itakuwa sawa. Kile kwa sababu msamaha, when you say I'm very sorry, it will be well, itakuwa well presented kwa watoto wako. Unajua bana mbara atesa wewe nilikuwa umuntu ga yures umwana metoke nege simba mwanta yako chikuunga iso ikire inte compound abana baso anyaro people children go bakwa na nyaro yege tan because they don't want to, they fear msazi, hata kama msazi atawakosea. Rispa waro. Hi guys, karibu sana Rispa waro. Chudi dada mkubwa omwano minto tora somera paper ni ga I give you to sisahau brother. Ndabi yangu nginyo yango mechi comment chechu rege na una think mera comment eri yago gaki ilikuwa Psalms 105 1 to what? Psalms 105 umeto na bande biga gaki dada mkubwa kem debia watriense geiga to chitweba. Psalms 105. Okay. Psalms 105 1 to 5 na waka yale ilikuwa hivyo kama sijasahau. Psalms 105 1 to 5 inasema kwamba, oh, give thanks to the Lord, call upon his name,
Make unknown his deeds among the peoples. Sing to him, sing psalms to him, talk of all his wondrous works. 2. Sing to him, psalms to him, talk of all his wondrous works. Okay. 3. Glory in his holy name. Let the hearts of those rejoice who seek the Lord. Seek the Lord and his strength. Seek his face and evermore. Verse 5. Remember his marvelous works which he has done, his wonders, his judgments of his mouth. And that's the word of God. Asante sana. Nyamuita. Mondesta. Ebi konebi. Mondesta nga yiko nyorore. Nyamuita konyaranga yore. Modesta moti hai kukurikuntu abagirango simuti mwandige mbele yangitaga ambono mogocha Nyamoita ameingia long time nsabere. I had major surgery. Nilicover na what's good. Nyamoita, yani umekuwa mgonjwa na hatujui gaki mpaka umefanyiwa surgery. Pole sana. Thank you for coming Nyamoita. Nimekuwa nimekumisi sana. Nyamoita, pole sana. Pole sana. Yani okay, anyway. Mungu tunashukuru sana kwa kurudi. Uponyaji wa haraka my dear sister. Nyamuita watobori regiga pia. At least mkwari ko nikiraka mesi gakiga ningekuja nikutafute. Thank you very much. Wacha ningia kwenye show, kwenye mada. Show inasema hivi. Topic. Do you think apology, kwamba apology, it can bring peace and heal? If yes, why some people they don't want to say I'm very sorry, kwamba msamaha, kuwa humble, wanajiona they are perfect? And how can we help this situation? Abantu bari well equipped in the society. Come to the show. I say Modesta via Peps, this Pagwaro, quick recovery, sweetheart. Nyamuita, we wish you the best. What the answer na Modesta, ndio ningia kwake via Peps society ga. Modesta mauti. Hello. Na kiere baba. Yeah. Metomugira ngo minto tuchwa ngwarira buya. To wondige paridi yangu taga iga okay. Tini kuomana na wengi. Karibu sana kwenye show. Nikuchoka. Pole sana. Karibu kwenye show, say hi and salimia watu tuanze uingie kwa mchadara. Abantu bose babusiwe hivi. Kuntu na kuona hapo. Jana nilikuwa nimeisha kabisa, hata nilikuwa nataka kuingia nikasema nitaingia nilale. Usingizi ilikuwa imenibeba, yani naye tabia kama yapi. Okay. All right. Nimewamisi sana wale mashabiki wote wa huku ndani kabisa. For me wali usiyari nkuba invite wedding ya my parents wagirango bampinto Modesta tuonto muyapi yani wakona harusi apo girango baminto mata alikoti chaki babwate nyangi. You won't even invite me mbeke tai. Anyway, I'm inviting you already on Wednesday, on Thursday 7th next month. Tutaomana baadaye, lakini karibu kwenye show. Yeah, for now. Yeah. Is it between parents na kids ama it's kila mtu kuomba msamaha? Ni sisi tu. Before tufika hapo kwa parents ama whatever, let us start from us first. Mbona sisi hatuwezi omba msamaha sisi? Mtu anakukosea, mbona usiombe msamaha hata kama ni jirani, ni mtu yeyote yule? Unajiona wewe uko perfect. It depends on how you take it, Kuna vile utachichukulia wewe ukijiona, unajua ile madharau. Let me say ni madharau sababu watu wengi they have yani ni kukuwa na bride mingi. As in like mmekosana na mtu. You don't know why mlikosana naye. Maybe something happened na kulikuwa na misunderstanding somewhere. So imefika mahali mmekosana mkaambiana maneno.
and when you go back thinking of what had happened, unapata kulikuwa na makosa, ni misunderstanding tu, but because of pride you can't go back. Yani you can't go to your friend ama your neighbor uende ku apologize. Unaonanga ni kama yani umejieka chini sana. Yeah, but even God, hata sisi Mungu alituma mtoto wake akafa kwa ajili yetu ndio tusamehewe dhambi. Inatupasa sisi wenyewe tuombe msamaha. Because you can't tell me you are a Christian na unaendelea kuhubiri neno watu wasameheane. And you are the first one when hutaki kusameheana. Wengine wanaambiana maneno mengine ngumu hadi unashindwa what is going on. So ukitaka bride haichengi, hakuna kujenga itajenga. Bride ye gutagora. We have to humble ourselves. Ikiwa kuna makosa mahali, just go to your friend mwambie nataka tuketi chini tuongee. Just only 2 seconds. Memwambie kenye unataka kumwambia, kila mtu aende zake. Actually, let me say, like me, I don't like apologizing because I came to realize if I start saying sorry and you don't talk to me, I'll say it even 1,000 times. Nitaendelea tu kusema sorry because now it reached a time tukikosana na mtu mimi ugonjeka because I said sorry and this person aniambii kama amenisamehe. It just anaenda tu. Then I came to realize, okay, I said sorry, hakuna. So if nimekosana na mtu, like me, I'm giving my example what I do. Obvious. Nikikosana na mtu, ama maybe nisikie mtu amenikosea, I don't go to ask why you did this and that. I just assume na ninakuongelesha. You never know kama ninajua ulikosa ama ninajua uliniongea mahali, isipokuwa ikwe ni ile kitu yenye inauma. Yani ile unasikia ni kama mtu amekugongelea kamsumari. Hiyo tu ndo nitauliza, na the way nitakuuliza na nikiona nimeuliza vibaya mimi ndio uumie. So for me, I prefer mtu anikosea asinikosee, mimi niko sawa. I don't go and ask. Nishamsamehe already, tuongee. Sababu sasa chuki ya nini? Sio ni kuweka roho ikae chafu, ikae nyeusi. Watu wasameheane bana, ndio maisha isonge mbele. Yeah. Shikilia hapo, nitakuuliza swali baadaye na usilale. Ile kitu nakwambia Kisi Hot TV tunafanyanga live streaming, harusi, matanga, sherehe, nini. Tunafanyanga photography, videography, everything. Nadhani nimezungumza. Wacha nisome comment nipatie via peps. Kuna mtu anaitwa Oseko, James Oseko, read Proverbs 15:1-2. Inasema hivi 15:1-2, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. The tongue of the wise uses knowledge rightly, but the mouth of fools pours forth foolishness. Hey, what's the word? Thank you very much, Rispa. Thank you very much, Rispa. Hey. Okay. Hey, Rispa, oyokorokunga nero Oseko. Thank you very much, Oseko. Rispa gwaro emerenganyo 151. Emerenganyo kiko rukwa seki kusigaki. Mwankonya. Nere emerenganyo. Proverbs. Proverbs. Emerenganyo 151. Okwiraniriria kwa mworora nigo gokogendia enda mwamu korende amang'ana amang'ana obotindi nigo agosegeta enda mwamu. Okay, oromeme rw'omuntu omong'aini nigo rwokwana aye ayachisembe. Asante sana James Oseko. Good sis Rispa. Thank you very much James Oseko na Rispa gwaro. Oromeme rw'omuntu omong'aini nigo rwokwana aye chisemi chingiya korende emeno yabaliri nigo ekomora ayobuliri ekomora
Reki useki ukomura. Kwa dada mkubwa, sorry kwa pastor, nikakosewa nikiwa na 6 years. Hata up to now nitafanya kwepa na tinanya kweva pastor. Hilo ninaomba uniombee, because when you teach you must be good inside the heart. So I need prayers siri. Pia namjua Mungu nikiwa. James Oseko, a wise person humbles himself or herself, but arrogant person keeps quarreling. Kakunya kuoga. Before nipatane sina servant. Before nipatane sina servant. Wote nieta via peps. Kenya na upiri naimbia watu. Sasa naomba hili litaniuguza. Mungu anisamee sana. Kuna nyakati nimesamea. Oh, yani alikosewa. Via peps. Vayo. Unmute your mic. Unmute. Vayo. Yes. Mambo. Poa sana. Siku iko poa. Niko poa, labda nyinyi kwa studio. Sisi iko poa sana. Karibu kwenye show, nimekupatia nafasi. Say hi na karibu kwenye mjadala. Asante kwa nafasi. Yes. First of all, nianzie nyinyi mko studio wote na mashabiki wote wa Kisiwatu TV wherever they are. Team comment, I salute you guys. Nimewamiss sana. Right. Nasikia kuingia kwa studio. Twende direct. First of all, the word forgiveness is something that is very important, mostly in the community. Why am I saying so? As in, wanasemanga forgive and forget. Yes. For example, mtu amekukosea. Kuna mtu mwingine anaweza kukosea the way venye anakuja amekuapproach na ile makosa yenye alifanya, wewe mwenyewe unaweza ridhika feeling mtu kwa roho yake amefunguka, amekuja ameniomba msamaha, ameniambia Vayo nimekosea hivi na hivi, that's why nimekuja niombe msamaha kama anamaanisha. You can look appearance of that girl mwenye amekuja kuomba msamaha. Na kuna kosa zingine pia mtu anaweza kukosea yani akipenda. Yes. Ako kukosera amenyakora na kini, how do you react? Mostly the Christian, they do get temptation. Napata mtu anakuja anakukosea just yani anataka kuona huu Christian wako una react aje kwenda kwake. So as a Christian, kama mtu amekukosea, yani usikue mtu mwenye kuna haraka kurudishia. Uende huyo mtu alikuwa anataka kuona aje unafanya you are a Christian. Huu Christian wako penye nimekuja kukucharibu, how do you react? So kwa msamaha, you have to forgive him for that. Kwanza inamaanisha kitu ya kwanza unaangalia hiyo kosa yenye alikukosea. Kosa yenye unamsamea usahau ama ni kosa yenye unaweza msamea yani ukwanira wate bise kwa waiguru gaigatamine tukura senkore ya hei. Akwa na kure nganga bere bateri sense romanya natara kwa bere. Na ba mira kwa barabara hata kusalimia itakuwa ni shida. Azini mwenyewe alikwambia nimekusamea, but from the heart hajakusamea. And the word forgiveness ekineri etakeri ribwate na manya no kwera oseri erieta. Ya bande bachangie. Asante asiriba. Sana. Shikilia hapo, labda mtu atakuuliza swali baadaye. Shikilia hapo. Kuna swali sina sema nilikuwa nimeulizwa, nitampatia tujibu baadaye. Kuna mtu anaitwa hapa Rispa Waro. Mwandesta, when you apologize, if he or she does not reply nor forgive you, just go keep quiet because you have created from your side. Ujue umemwachia makaa juu ya kichwa chake. Hiyo kitu itamsumbua. Dada mkubwa Waro Rispa, mambo. Okay, thank you very much. Before I give you Rispa Waro, lakini ruhusu dakika moja. Senior servant ajibu swali liko hapa sababu nilikuwa nimepromise. Alafu nikupea hii. Kuna swali lilikuwa nilikosewa nikiwa na miaka 6 hata up to now tinanya kweva pastor. Hilo naomba uniombee because when you teach you must be good inside the heart. Senior servant,
What can you tell this lady, dada mkubwa? Alikosewa kiwa na miaka 6 mpaka sasa hivi tanya kwa wapi? What can you advise before this pawaro ataracho gotaga iga? Ani mmoja swali wa Simon Desta. Karibu sana sina servant. Senior servant. Senior. Right. Kuranga tarianga. Rispa waro. Waro. Mambo. Yes, poa Vipi? poa. Siku Salama imekuwaje? sana na wasalimu nyote ya mchambo. Hatujambo sana. I'm also fine. I thank God for today. Uh-huh. Nimefurahi tena kuwamiti hapa. Mwete gano eke bagobono gano atuguti mukereki urori. Yes. Yeah, mmeleta mjadala mzuri sana. Mi wacha nianze kuchangia before nirudi job. Ile kitu ninaweza sema yes, apologies and forgiveness is a good medical in our hearts like human being. Sisi wanadamu hilo tu ndio dawa inaweza maliza shida yote yenye uko nayo. Juu Mungu alituachia hilo neno forgiveness and apologies. Lakini sisi wenyewe kama binadamu, wengi wetu tunashindwa kwa sababu sisi ni binadamu na kwa sababu hatujui maana ya forgive and apologies. So tunakipu hizo vitu zinaendelea kuharibu maisha yetu na kama hatujui. Kukurukuntu unajua unaweza pata uko na mtu alikukosea na umemchukia maisha yako yote hata utaki kumuona karibu na wewe. Na unajua each time you see that person kama huko msamea, hiyo kitu inashinda ikikustress sana. You can't forget because each time you see that person unakumbuka mabaya yote alikutendea. Lakini Bible inatuambia we have to forgive so that we can heal our hearts. Unajua kama uwezi samea mtu uwezi pona. Sasa kama huyo mwenzetu amesema ati alikuwa amekosewa akiwa na 6 years mpaka saa hii hajawahi sahau. It's because hujawahi muomba Mungu akupee neema ya kusamea. You just forget about it, pray God to give you ile nguvu ya kusamea, you know. Sasa unajua roho yako haijakuwa na ile huruma na pia kama wewe mwenyewe unafanya makosa na watu wanakusameanga, so just think about yourself first. Wewe umefanya makosa ngapi since then huyo mtu alikufanyia hizo vitu? Wewe ni vitu mingapi umefanyia watu na wanakusamea, wanakuona huyu tu wacha tu nimsamee kwa sababu ya upendo. Unajua kama uwezi samea hauna upendo. Kama uwezi samea mtu, it means you don't have love in your heart. Hauna ile roho ya kupenda, kwa sababu ukiwa na upendo na ule upendo wa Mungu na kweli umesoma Biblia, umejua niko na upendo wa Mungu na Mungu alituachia upendo pia akatuambia tusameane, tuweze kusameana sisi kwa sisi kama binadamu. So you have to forgive, kwa sababu pia wewe ukianza kujiangalia vile ulikuwa katoto, umesumbua wazazi wako, umekosea watu wengi lakini pia hawakukutupa ama hawakukufanyia mabaya kwa sababu waliona huyu ni mtoto tu, wacha tu tumsamee na tu wacha tukae kama watoto wadogo. Unajua mtoto mdogo hata umchune saa hii, kesho ataamka pia akicheka na wewe, amesahau. Kwa nini? Kwa sababu upendo wa Mungu unakaa karibu na watoto. Unakaa na watoto kwa sababu yani roho zao zinatulia haraka, na sisi wacha tujifunze kukaa na hiyo roho kama ya watoto. Upendo na yani apologies and forgiveness can heal your heart. Unajua kama mtu amekuja amekwambia please manze nilikukosea, naomba tu unisamee.
Na kama yule mtu wewe sasa unajua umeamua kutoka kwa roho yako. Unaamua kutoka kwa roho yako wewe mwenyewe. Juu unajua hata wewe ukienda huko unaweza pata kama umekanyaga kitu ya wenyewe na umeomba msamaha umesamewa. Ama umeharibu kitu ya wenyewe na mwenyewe amekusamea tu. Wewe jifikirie wewe mwenyewe. Mtu akikuja akikufanyia kitu unaweza msamea ama uwezi. Lazima umsamee kwa sababu pia wewe ni binadamu. Na each and every time tunafanyanga makosa. Mpaka zingine unaomba Mungu, Mungu, kusa bosi yangu asinipigie kelele ama asinilipize hii kitu yenye nimefanya. You see? Yes. So, wewe kwa hiyo position useme, hey, ingekuwa ni mimi nimefanyia mtoto wa wenyewe hivi, ama ingekuwa ni mimi nimetendea mwingine hivi, or my neighbors, or my partners. You see? Ni nini ingetendeka kwangu? Unajua kukurukundu kuna ile kitu tulikuwa tunaambiwa machuto ni mchukuu ucha baadaye. Unajua sasa wakati tulikuwa tukiambiwa hiyo kitu mimi sikukuwa nashikanisha inamaanisha nini. Unajua vile nimegrow hivi sasa ndio nimeanza kushikanisha kwamba yale yote ulikuwa unafanya yanakuja kujirudia baadaye kama ujui. Yani unajua mjukuu unasaa watoto wako ndio wakuletea wachukuu wanakuja baadaye. Sasa nimekuja kupata ile hiyo kitu ilikuanga na maana kweli. Yes. Unaona? So anything you do iwe ulifanya kitambo ama saa hii ujue machuto ni mchukuu. Itakuja baadaye wakati auja plan. Yani itakuja tu wakati baadaye tu wakati kwanza umesahau kila kitu. Sasa ile kitu wakati inakuja wewe huwezi kumbuka ulifanya nini. Unaona ndio maana unaona tunajipata kwa matatizo. Hiyo matatizo inatusonga kabisa unashinda ukilia Mungu nilifanya nini? Unaendelea kuchallenge your mind. When you remember vitu zenye ulifanya kitambo hizo ndio zimekuwa sasa mchukuu anakuja baadaye. Amekuja baadaye sasa. You have to be read about it. Now, wacha tukae tukijua hata usiposamea ama usipoomba msamaha, ujue pia wewe machuto ni mchukuu itakuja baadaye. Ile yenye unatenda saa hii, hiyo ndio utatendewa wakati wako ukifika. Hiyo ni mchukuu wako atakuja baadaye ujue tu hivyo. So, apologies. Moso tukiangalia kizazi chetu saa hii sasa. Most of people hawapendi ku apologize manze. Mtu anachiona mimi niko na pesa mob ni apologize nini kwa huyu mtu mwenye hata sio nini yangu, sio level yangu. Nina apologize nini kwa yani unaona watu wengine kama takataka lakini ujui hiyo ni machukuu ni machuto unaendelea kujitengenezea wewe mwenyewe. Wakati hizo vitu zote zitaisha, mashida zitakukumba na utakuja kupata kwamba yule mchukuu ulikuwa unaambiwa ndio yeye anakufuata. Unaona? So yani omba Mungu akupea ile roho ya apologize and forgiveness also kwa sababu pia wewe mwenyewe unafanya makosa. Tukiangalia kwenye ndoa mingi zinafunjika kwa sababu we don't apologize. Tuko na vichwa ngumu. Unajiona wewe ni mwanaume you can't apologize to your wife. Unajua apologies can heal the mtu mwenye ako down kabisa. Unajua unaweza omba mwanamke msamaha na akusamee makosa yako. Lakini ukishindwa kumwomba msamaha si hiyo marriage itafunjika. Ataona mimi siwezi omba. Mimi ni mwanaume. Nitaenda tena nileta mwingine. Unapata umepoteza gold na umeanza kuokota mawe. Wakati utakumbuka kwamba nilipoteza gold, it is too late for you my friend. So unaanza kujiuliza, siningekumbuka tu akinimuombe msamaha. Wakati utakuja sasa na magoti unampigia magoti unamwambia akinisamee nilikukosea. It is too late for you my friend. You don't have time to waste. Na huyo mtu pia utapata amechukuliwa na mtu mwingine hakuna vile utafanya. You see? So ingekuwa wakati sasa ungejifikiria. Jifunze kuomba msamaha. Pia wewe jifunze kusamea kwa sababu pia wewe unakosa. No one is perfect in this life. Kila mtu ako na makosa lakini ukiona kuna mimi nasemanga hata kwa our neighbors.
out there in our villages, in our community, tunakosana. Naweza pata hata kuku imekuja kukula mboga yangu hapa, ninapiga kelele, ninatusi mwenyewe. Lakini sikai chini nifikirie hii kuku najua huwezi iambia kaa hapa na ikaa huko. Kuku huwezi tuma ende ukule mboga za jirani yangu. Sasa wewe ukipiga kelele, ingekuwa yako, ingekuwa kwako, wewe ungefanya nini? Jiulize, kuna vitu zingine we have to see and control our tempers, forgive our neighbors so that peace can run in that village, so that kila mtu wa grow. You know, wengi wetu wamekuwa maskini sana kwa sababu hawajui kuomba msamaha, hawasaidiki. Unapata mtu huyu jirani yako akona ma connection, anashindwa kukwambia kwa sababu you refuse to apologize or you refuse to forgive. Mtu amekuja kwako amekupegi, anakwambia please my friend forgive me. Umekataa kumforgive. Sasa unajua next time anakunyamazia tu, anaona sasa hata nikimuomba msamaha hawezi nisamea. Si ni sawa tu, mimi wacha nishughulike na shida zangu, na yeye wacha akae na shida za. Tusiwe na ile roho ngumu ya kukataa kusamea wenzetu ama kuomba msamaha. Kwa sababu ukiomba msamaha ukisamea mwenzako, mtu akikuomba msamaha we msamee tu, kwa sababu unaweza enda huko mbele pia upate shida kubwa, upate huyu mtu mwenye ulikuwa mmekosana na yeye ndio anakusaidia tena sana. Ama upate ulikuwa umeacha hata watoto kwa nyumba imechomeka, huyu jirani yako ndio atakuja kuokolea hao watoto. Manze, Mungu hufanya maajabu. Tukianza kufikiria hatuhisi kwa sababu yetu sisi, tunahisi tu kwa neema ya Mungu. Na ndio maana Mungu akatuwekea majirani, ndio maana Mungu alituletea our neighbors, our partners. Ndio maana uwezi, hata ukipewa hii dunia yote, you can't stay alone. You need your friends, you need everyone, you need your enemies, you need your friends. Na mtu akiwa your enemies, there's a reason why Mungu anataka. Unajua, your enemies can change your life. Your enemies can change even everything about that your villages. Your enemies atafanya uokoke maybe. So don't feel bad that you have too much enemies. Mungu amekutenganisha na hao watu kwa sababu anaona life yako sio poa na hao watu. Wacha kutenganisha so that you can't join that bad company. You see? Vitu zingine ndogo ndogo tuache tu Mungu afanye kazi ndani yetu. Yaani tukae watu wenye ni watulivu, wanyenyekevu, na tusiwe tunaropokwa tu na maneno. Ukiongea neno kutoka kinywa chako kwa jirani yako ama kwa mume wako ama kwa mke wako ama kwa mtoto wako, jiulize, hili neno nimelifanya litaleta faida gani? Ama litaleta upaya gani kwa maisha yangu? Kwa sababu you can't see at the moment, but baadaye hiyo mambo itaanza kujitokeza yenyewe one by one, na utaanza kujiuliza, nilifanya nini? Ukurukundu si turikora ikono nyine ingora rande kwanza ni usige genge ibirecha byachire kubwata umuntu bikare ko nganya abantu kuri nyomba oranyora umuntu gangende to umuntu agatindeka tainyolete bintu akorete wangire gusaba ukwabira bone ibirecha biri byangere kumubwati kurumaega gose byangere kubwati familia yae. Makosa ya babu zetu inatufuata saa hii kwa sababu hawakusameana. Sasa you are going to the grave and you hate people, you don't forgive, you don't want to release your heart to be humble. In this world, my dear, you have to humble yourself. Ujue wewe pia ni binadamu kama wengine. Na kila mtu anahitaji msamaha, na kila mtu anahitaji nyinyi wanaume kwanza, nyinyi mnafaa hiyo ile nini yenu ile conference mnaendanga, mnafaa kwenda mwambiane hii. Ukiangalia ndoa nyingi zenye zinaendelea ni wale watu wanapenda tu amani. Hii amani inakuja kulingana na kuomba msamaha na kusameana, kwa sababu makosa iwezi kila usiku na mchana kuna makosa. Na hii makosa tutaifanya. Ingekuwa mtu anakosa mara moja na anafukuzwa anaenda, utafukuza wangapi?
Manze, you have to apologize. Kama umekuja kwa nyumba late, apologize. Kama umepika food yenye si poa, apologize and forgive. You will be forgiven. You see? Okay, shikilia hapo. I'm coming to you in the next 2 minutes. Ni ruhusu nisome comment. Dennis Oseko, forgiveness brings healing and enables someone being relieved. Thank you very much. Dennis Oseko, when we don't forgive one another, we find ourselves being heavy burdened. The Odhiambos, hello. Karibu sana the Odhiambos, tuko hapo kwenye show. Karibu sana. You know, I want us tuweze kuzungumza kuhusu hili. You get mtu unakosana na mtu hadi unakosana mpaka ng'ombe. I heard somewhere in a certain place pale Ushago. Imagine jirani, unajua kwa Kisii umejenga, huyu ni wewe, huyu ni jirani wako hapo. Sasa juu wamekosana, anamwambia nisipate kuku zako kwangu. Sasa imagine kuku nazo zimefanya nini? Yeah? Kuna swali lilikuwa limeulizwa hapa, ulijibu, ulijibu. Senior servant, are you with me here? Senior servant Noro? Sawa, it's okay. Modesta, uko? Niko. What can you say kwa ile swali ya yule mwanadada yetu mara ya kwanza before nipatiane tena kwa Crispa Waro, tuendelee? As time goes by, kama alikosewa akiwa na 6 years na bado hiyo kitu inamkera. She has to move on. Hiyo is like she's holding back. Na hiyo ni kufungia baraka. One thing I know, ikiwa umekosewa, okay, watoto huwa hawasaa wengi. But she's growing up. Hata yeye kuna mahali anakoseanga na anaomba msamaha. It doesn't matter how this guy ama that person alimkosea kiwango gani. Kukosa ni kosa. She has to forgive that person in order for her kusonga mbele. Because every second mtu akimkosea atakuwa anafikiria venye yule venye alikosewa huko nyuma. I had a situation whereby if you mess with me, hiyo ilikuwa inajiandika kwa akili. It is like ni kitabu ilikuwa kwa akili imejiandika venye umetoka. And then it reached, ikafika mahali, I'll just run away from my parents, from my relatives. I didn't want to see anyone because of what? Because every minute ukiongea kitu inaniudhi, wewe sasa umenikosea kabisa. I went through hell. Let me say it was hell because that time mind yangu ilikuwa I had made a mistake kupata mtoi nikiwa shule. Everyone akakataa nisirudi shule. Unaona? Sasa mi akili yangu ilikuwa mtoi nimezaa amekuwa 2 years nirudi shule. Everyone akakataa. When this guy said no, I tried to kill myself. Then I had to run away from home to my aunt. Nikaenda huko. Nikakaa kwa aunti yangu and then my mom, unaona hii maneno watu wanakuleteanga ati your mom said this. Nikakunywa sumu. Unaona sasa vitu kama hizo. Hiyo kukasirika umekosewa and then you hate that thing. Hiyo maneno umeambiwa inafika mahali unakunywa sumu. I was taken to hospital. Like I had to walk. Nimekunywa sumu. It has taken along and I was almost dying. And I was running away, wanted to die. Yes. So what I did, I told my aunt, sister-in-law, just tell my aunt, me I want to die because I'm tired of this. Kila mtu ananikosea. I don't know what is going on with me, but I'm tired. I want to rest. And this lady akakimbia akaambia aunti yangu
Juu ni kama mtoto wa auntie yangu alikuwa amerealize my cousin now. Yeah. Alikuwa amerealize akaambia mama yake. Na hiyo time because of what? Wale watu wote walinikosea. Kesho yake walikuwa wanakuja kwa auntie yangu chama. And I didn't want to see those guys. The worst was my mom. I never wanted to see her. In order not to see her, I had to kukunywa hiyo sumu. Unaona? They took me to hospital. Like unaekewa hiyo spirit kwa mapua. Then I regret zinakuja mbona hii. Then after that ukawa na situation nyingine because of what? Mind yangu iko pale vile waliongea vile nimekosewa. Venye nilithurumiwa na my step uncle nikiwa mtoto until I was like class 7. And then when I talk, my stepdad used to say hiyo ni uchawi. Hakuna mtu anakutetea. So watu kama hao mimi like I relate them like sitaki sisikii kitu mtu anaongea. But as time went by, nilikuja kurealize mimi ndio nachumiza. When I had my son, my second child, this guy made life hell for me until I realized like you can apologize to someone like 1,000 times and this guy will just keep quiet akwambi kitu. And you're just there like a statue. You are not moving. Like sasa ananifanyia nini and all that. Just forget those things, move on. Omba Mungu akusaidie. Huyo demu ni kuomba tutamuombea. Later aangalie mbele. Sababu the more anaendelea kuzingira kwa hizo mafikira, the more anaendelea kujirudisha nyuma. She can't move on. Na ajue one thing. Ikiwa atashinda akifuatilia hivyo, itafika mahali hata mtoto wake atamkosea. If she has kids. Amkosee na wakosane kabisa as in like afukuze mtoto wake. This child loves the mom. Ataenda wapi? So ni aachane na hiyo sababu hata sisi tumetoka pale. Saa hii ukiniona niko kanisani ninaimba niko sawa. Mi hata mpaka watu wanaulizanga wewe what happened? I tell them I'm okay. Even that guy hata akinipata hata akiniongelesha vibaya namwambia amen. I'm good to go. Kwanza hakuna sura alitoa huko. Hakuna ni wewe ujijali maisha yako usonge mbele. Alright. Yeah. Okay. Shikilia hapo Modesta, yeah, exactly. James Oseko, Rispa, wacha kuangalia wanaume sana. Hata kuna wanawake wabaya pia, not only men. De pranya Bob B akotana at James Oseko. See you bro. Thank you very much for tuning in. Karibu sana kwenye show. Linki iko hapo, kila mtu unaruhusiwa kuchangia kwenye mjadala wa siku hii leo. Iwe wewe ni mgeni, karibu sana. Gota hivinga kabisa anaonka. Usiogope mtu yote. Nafasi ipo kwako. Hapo chini naenda kuweka link. But the big question tonight is this. Do you think that apologies they do what? They bring peace and heal to society? If yes, why watu wengi wataki kuomba msamaha? If it can heal, if it can bring peace, mbona watu wataki kusema sorry, just a second word and just leave and go? Depra, karibu sana. James, karibu sana. The Odhiambos, karibu sana. Hingi kwa hapa. Watu nileta hapa Waro Rispa. Waro. Yes. Umesikia kitu yenye umeambiwa na James. Yeah. James, kitu yenye ilifanya nikasema hivyo, tukiangalia kwa society ama tukiangalia kwa hii life mali imefikia, unapata kwamba wanaume wanakuanga na big heart. Tunaweza sema yani inakuanga yani anaona tu akisamea sasa hivyo amepepo anaona sasa, unajua yani anaona kama amejisusa sasa, yeye sio kichwa tena. My dear friend,
Right. Yeah, so wacha niwaambie, ukitaka uishi maisha yenye haina stress, my dear, ukitaka uishi maisha yenye yani si dramatic in this life, Stress free. Jifunze kuomba msamaha, pia jifunze kusamea, kwa sababu even you. Sasa kama wewe hutaki kusamea, wewe ukikosa pia unataka usamehewe ama ni nini? Pia wewe ukikosa unataka usamehewe. Juu ingekuwa tunakaa na hiyo kinyongo, ukikaa na kinyongo inashinda inakusumbua day by day. Ukiona yule mtu alikukosea, unanuna. Na unajua ukinuna unaseka. Yeah. Hapo nitakubaliana na wewe. So you smile, vitu zingine mingi, wacha kujipepea, wacha kupepa vitu mingi kwa akili yenye itakufanya useka haraka. You just yani kuwa tu don't care. Mtu akikukosea mwambie it's okay. Kama mtu amekutusi ama ameongea maneno yenye ambayo hukufanya, na huyo mtu amerealize hii maneno, by the way niliongea haikufaa niongee hivi, go and apologize. And you ukitaka pia wewe usamehewe ama ukitaka uishi vizuri, Modesta mute, kuna echo please. Kama unataka uishi life yenye iko free, my friend, you have to forgive and you have to apologize. Na ukiapologize, it doesn't mean that you are a cheap or you don't have value in this life. Ukiapologize kwa mke wako, hiyo ni kuonyesha wewe ni shujaa. Mi mtu anikosea 24 hours sisi nitapasuka. 24 hours iishe kama nimekasirikia mtu, nitapasua vitu zote kwa nyumba na nimalize. Siwezi kaa na kinyongo for 2 days or 1 day, siku mzima since morning to night, nimekasirika, nimenuna hapo. Unless niame kwa hiyo nyumba. Lakini sasa huyu ni mtu mnaonana na yeye ama mnapita njia moja, umemkasirikia, umeenda kwa mto. Mimi ninaweza nikakukasirikia kwa sababu ya hasira, lakini free time unaenda nikijaribu kujiangalia pia mimi ninaweza nikakosa. Napata tu nimesahau. Na hata wakati mtu ataniomba msamaha nitamwambia hiyo kitu nilisahau ingi kitambo sana. So it's really good, it's helping ukiwa na ile roho ya kusamea, kwa sababu hiyo kitu iweze kukusumbua tena. Hata mkikutana kwa meeting ama mkikutana mahali, hata mkienda kwa jaji. Unajua hata kwa jaji tulikuwa tunaambiwa kama tuseme kama uwezi Pasaka, ile wakati wa Pasaka uwezi kula Pasaka kama bado uko na kinyongo na mtu yoyote. Kama kuna mtu yoyote mwenye ulikuwa umemkosea hujamuomba msamaha, itabidi uachane na hiyo mesa kwanza, uende ukaombe msamaha, ukimaliza ndio ukuje, ukijua tu mmesameana huko nje. Na kama kuna wale watu unaomba msamaha na hawezi kukusamea, my dear, kama umeomba mtu msamaha, umejaribu kumbegi na hataki kukusamea, wewe ujue, unajua Mungu wewe amejua wewe you are free from that thing. Yeye ndio unamwachia makaa kwa kichwa yake, anashinda akichuliza, sasa huyu amekuja kunisimamia nimsamee. Hiyo kitu each time anakuona yeye anakuwa affected, lakini wewe uliomba msamaha, you are free, you are released yourself from that thing. Hiyo kitu inakusumbua you see. Unajua kama sasa kwa nyumba umenunia mtu na mnalala kwa bed moja, sasa utaenda kulala huko na huyu mtu ndiye anakupikia, huyu mtu ndio unamuona kila wakati hapa, utamkasirikia mpaka for how long utakasirika mpaka upate umechiua mwenyewe. Wewe ndio unachiua na stress. Tujaribu kusameana pia na kuomba msamaha. Hiyo iwezi tushusha bei. Kama wewe uko na bei, my dear, and if you want to stay wrong, utaki stress, acha kupepa watu kwa moyo wako. Release your heart, ikae haipepi mtu yoyote. Stop carrying people in your mind, stop carrying people in your heart. Utakuwa afya, my dear. Hata ile misigo yote
unaona umepepa kwa hii dunia, umepepa masida zote. Hata ukienda kwa kazi huwezi concentrate kwa sababu umepepa watu wengi. Fulani alinikosea hivi, utapepa wangapi my dear? Day by day. Each time tunatoka unakosa. Ukiingia umekosea mtu. Ama mtu amekutusi. Sasa kama hii mtandao, tuseme kuna vitu zingine unaweza comment na mtu anakuja na kutusi tu bure. Unajua tunapata hao watu, hata mtu anakuja ini anakuongeresha, ukikataa kumjibu anakutusi, utamkasirikia na umujui. Utakasirikia wangapi? Hautaweza kukasirikia dunia yote. That's why tunasemanga roho ya uvumilivu ni mzuri sana na itakufanya uende mbali kwa sababu utakasirikia watu wote kwa hii dunia. Hata ukikasirikia watu wote, hao watu pia ndio wataleta faida kwa maisha yako. Kwa sababu kama maybe mtu alikukosea na ukamsamea, ataona good na kuitie hiyo opportunity. Na wewe ndio sasa utakuwa maybe mkubwa wake. Glory to God, because huyo alikuwa adui yako. Lakini siku hizi amekufungulia milango. My dear, you just figure yourself, jifikirie, call yourself a meeting. Think about your life, your future, your kids. You can get yourself. Unajua mimi nasema sometimes hata kama ninakasirika. Unajua nilikuanga na roho ya kukasirika haraka kwanza. Nilikuanga yule mtu ana karoho hivi. Hata mamangu akiniongeleza vibaya ninalala njaa hata sikuli. Lakini unajua nini? The more unaendelea kukasirika ndio life inaendelea kukaa ngumu. Siku hizi hata mtu anikosea, my dear, naenda nipike ugali kubwa, nikule na niosa sufuria. Hiyo nikimaliza hiyo nikilala, hiyo hasira imeisha. Na nimesahau hiyo story. Sina space ya kupepa watu kwa moyo wangu. I thank God for that. And that is a blessing really. Sio watu wote unaweza pata mtu amesahau rahisi hivyo. Lakini ile kitu ninaweza nikawachanua. Ukiomba mtu msamaha na akose kukusamea, wewe umemuomba kutoka kwa roho yako yote, umemwambia I kill makosa yangu, nimekiri makosa yangu, please forgive me. Kama yeye hawezi kukusamea hivi, ujue wewe umemwachia moto ndani yake. Inashinda ikimchoma kwa sababu you have released yourself from that sin. Yeye sasa ndio atakuwa na ile kitu, mbona siongeleshe huyu? Anakuona yeye anakumbuka fulani tulikosana na yeye ako wapi? Unajua watu wengine wanataka wakukasirize ndio waone umepoeka kila siku, you are miserable, your life is not worthy, you are not talking, you are not happy with friends. You see? Watu wengine wanakaanga hivyo, wanatumiwa na Shetani, si ati ni kupenda kwao, lakini pia tunafaa kuwaombea. Na pia that is a gift of the Holy Spirit. Ukitembea na Holy Spirit, roho yako inakuanga haichapepa watu sana. Wacha niulize hapa. Dada kubwa, good advice. I get something Modesta, people blessed my sister. You know, pardon nauliza swali. Unajua watu hapa tuna watch and I want you to see your comment ama kuja live. Hapa ni show ya kila mtu. Hapa kwa sina savanti ya chorara au tutigira studio but we tu haina shida. Na utaramo Modesta kwa hapa na watu wengine wako hapa, wamekuwa hapa kutoka saa 3. Nimeingia show saa 3, sasa hivi ni saa 6 dakika 8. Tumefika tarehe 30. I'm saying like this. Kuna watu, kuna baadhi, kwanza nisungumzie pale nyumbani katika familia. Senior servant ndo chenuole. Senior servant come back. I want to ask you a question here. I want to speak something here. Pale nyumbani, you get mwanaume na mwanamke wameoana. You stay together, mnakosana, you don't say sorry, mnashikwa nyumba moja. Sometimes mwanamke anaweza amka anasema kwamba I want, sema mwanaume msamaha, mpaka anamweza kusema offer my dead body. Imagine, offer my dead body. Mwanaume ndio sawa msamaha. Mwanaume anaona mimi ndio kusema I'm the head of the family, I'm the head. Utaki kuomba msamaha. Unakosea watoto, you don't say my daddy, mtoto wangu, I'm sorry. Yaani unaona, kwani hii ni ushamba? When should hii lini?
Jirani wako umemkosea, hutaki kuomba msamaha. Kwa mtenga chingoko chako nchichabuone. Chigo tangu butura pia mogoro. Mwaka chingoko ngichakora. So, okay. Fakiru. Hai, mama de mama. Mama de mama. Mama. Mama de mama toka kwa kelele njoo hapa kai. Mama de mama uko kwa kelele. Ni nafasi nataka kukupatia njoo hapa kwa mic. Mama. Viva. Keribu. Okay. Ni kama ako mbali. So karibu kwenye show. Ai mama the mama niko hapa nafasi nataka kukupatia. Modesta Gabu naona uko risp uko pale nimekuzimamisha kidogo but you want to ende uchafu kabisa. If apology can help, we should go for apology. If it can help and build a society, build for friendship, build our relationships, lazima tukimbilie hiyo kitu inaitwa apology. Ikifanya mjinga. Mama the mama. Mama the mama. Jennifer Kerubo. All right. Jennifer. All right. Kama ako mbali. Anyway. I want to say like this. If apology can help, ikiwezekana itasaidia, let us rush for that apology. Tifanye mjinga. Unajua kuna ile words. Hata kama ujakosa, tora kwa makosa, ujakosea mtu yeyote kabisa. Just instead of arguing, you know, don't argue. Sijui I did not do that, sikusema, sikufanya, no, naniwekelea. No, just for say I'm sorry, and it is all, I'm sorry, forgive me. And say sorry and just go away. It will be well. Mama the mama. Jennifer Kerubo. All right. Jennifer, kwa ukikuja utanipitia mic nitajua kwamba uko na mimi hapa. Mama the mama. Okay. Wote wetu kwake Modesta. Mkiona huyo Jennifer ameunmute mic tutampatia nafasi. Modesta. Yeah. Twiga turachukoresho na ando tebina ki mochera nore nyangi gosenki kia karo suti kidogo kobeka. Ndagira ni nyingera rurazo bongara misi taleza ba. Ani kubwata magorara ike yari gocha Tabaka Mission Catholic Church utaenda tu. Okay. Tabaka Parish. Yeah. Anyway. Oh. Forgiveness is the key to success. Huwezi entango vitu mingi, makosa mingi kwa hati yako. You have to set your heart free to do more things, to succeed. Yes. And this thing, mwanamke na mwanaume kukosana kwa nyumba. Actually, mi niko kwa side ya Rispa. Men. The only way marriage it succeed, it is when you know you have messed things up and you accept. Sit down, talk about it, omba msamaha. Ni hivyo venye Rispa alisema, ikiwa umekuja late, omba msamaha. Ikiwa si hata kwa bibi peke yake ama kwa mzee, hata watoto wetu. Yes. Tuwafunze tabia ya kuomba msamaha. Tuwafunze tabia ya kusameheana na wenzao. Ndio, hiyo ndio kitu ya kunini wanasemanga good upbringing. Juu mtoto akikosa kesho atajua nilikosa. Yes. Na atajua atarudia. Instead asonge mbele ni ajifunze, aende aombe msamaha.
Ikiwa amefanya makosa kwa mwalimu wake, ikiwa amewekelea mwenzake makosa, aombe msamaha. When we teach our kids the way to forgive and to ask forgiveness, hata Mungu anakubariki, anasema huyu ni wangu. Hata shetani akitaka kukunyakua na this one is mine, familia yake ni yangu. So later all him go, akuje kwangu, because I won't let you take them away. So yani guys, be humble. Kwanza me I had yani I'm sorry to use this guy, but yani alikosa mpaka akakosa. As in like he's someone what is wrong? What is happening? Why are you quiet? Nothing. He could say nothing. Even a week would go on like and nothing. I'm tired and this. I never liked that kind of a thing. Ni mkae chini, ukisikia imekuuma say lipuka. Sema I'm tired of this and that. Sasa imefika mahali, we have to talk about this. So that ni hiyo shida ishi. Because when you solve things get easier, mnasonga mbele. You can plan something, but mkinyamaziana sasa kwa nyumba, and you have something in your mind you want to share, yenye itasukuma msonge mbele. Ama ni project fulani mlikuwa mmepanga mtafanya, imefika mahali mmenyamaziana. How do you move on? How do you do that project? Msonge mbele ikiwa mmenyamaziana. Mnafurutana nyuma sasa badala ya msonge mbele. Alright. Kwatiraga unotinga oiranire gota. Jennifer. Yes, how are you? Mama narangeriga kwari kongorana na machirende nyuwa senje narangeri mama. Yeah, narengorora kwa busy kiasi. How are you? I'm fine. Okay, for me, apologizing ni kitu inafaa kukua lazima, yani ni kitu inafaa kukua yani kutoka moyoni mwako. Ukifanya makosa venye Modesta amesema, just to save your relationship, to save your marriage, just say sorry. Talk about it na hiyo inaisha. Wacha kukua na kiburi mingi. Saying sorry doesn't cost you anything. It will rather build your relationship. It will rather build your marriage. Kwa nini ukwe na kiburi kubwa na uharibu ndoa yenye umework for almost 10 years, 20 years sababu ya kiburi? That's why I will forever tell the people to get married to their best friends. When best friends come together and they get married, they're just okay. Whenever anything goes wrong, they know each other. They will apologize. They will say, baby, sorry. They will say, okay, let's talk about it. Yes. Best friends, when they get married, they marry each other. That's the routine. But hizi ndugu zingine huku nje unapata mtu kwa barabara mnaoana, kiburi ndio hiyo, utamsoma akujui umjui, vikochozi ndio siliwaleta pamoja. Can you imagine? Mama de mama. Vikochozi ziliwaleta pamoja. Sasa you don't want to lower yourself. Kwa marriage kuna mjinga. Si wote mnafaa kukuwa werevu. Mmoja wenu anafaa kukuwa mjinga ndio hiyo ndoa iendelee. Mkikuwa na kifua kila mtu pwe mtaendelea, marriage inaisha. Yes. So kwa marriage lazima mmoja akuwe mjinga. Yes. So that ndio muendelee. Una suggest nani akuwe mjinga kwa hiyo marriage? Ina depend. But I want to talk to ladies. I know some of us we are hot tempered, but mwanamke ndiye anatengeneza ndoa. Ladies, najua okay. It's just I like saying sorry even when to just yani nataka tu kuweka hiyo
yani so that I can know what's wrong. Yani just say sorry, please talk about this, just apologize. Unajua wanaume wanapenda hiyo, yani wanapenda kumwona wewe ndio una makosa, basi just say sorry. Ndio mwanzie kutoka hapo. Mpate mwenye makosa. Sorry inaleta conversation, muna solve that issue. So naambia ladies, you don't have to say, oh, my husband hajasema sorry, sijui blah blah blah, but you can talk, you can apologize on his behalf. That's why when you pray to your husband or your boyfriend, you just pray all that. Mungu, yani you are the one, wewe ndio mwenye uko na kibarua. We have a long way to go kama wanawake. So simama na yeye, usitoke eti kwa ndoa yako sababu mzee hajasema sorry. Just apologize, be humble, and also ndio sasa mwanze kuongea ndio upate jibu. Okay, thank you. Mama the mama. Mama the mama. Hapa sasa na wewe kama mama the mama. Umewahi kosea mtoto wako na ukamwambia mami, I'm sorry tafadhali nisamee mama, nisamee mtoto wangu? Yes, Ama ako chini yako? Unajua lini yangu imepoteza. Oh, network imetoa wote. Wakie. Rispo kwa watu watie network ya sibiri abantu kurwa. Dada mkubwa Deno. Mimi nauliza hivi, mtu anipie kitu. Nimwombe msamaha hapo. Naomba aje amenipia kweli. Niambie hapo aje, sijaelewa hili swali. Mimi nataka kujua penye naomba msamaha. Hili swali sijaelewa. Rispa, sijui nani ameelewa hili swali lake dada mkubwa. Umeelewa hilo swali? Wacha niangalie. Okay. Okay, ukiendelea kusoma hivyo, wacha nilete mama the mama. Mama the mama network continue. Yes. Kuna mtu amepiga No, mimi nauliza hivi, mtu aniipie kitu nimwombe msamaha. Naomba aje hapo naomba aje ameniapia kweli, niambie hapo aje, mimi nataka kujua penye naomba msamaha. Okay my dear, nimekuelewa. Kuomba msamaha kama mtu amekuipia na amekiri makosa yake, ndio yeye anafaa kuombe msamaha. Mispa. Yes, na yes. Network inasumbua Jennifer. Umeshikia dakika 2. Jennifer mama okay. Mama amalize statement yake alikuwa anamalizia nikuje kwako. Network inaona kama inamleta mbio. Yes, mama the mama network kufagia. Saying sorry to your baby, saying sorry to your. Yani kuna zile asila Dennis. Unapata umegonga mtoto, sometimes ukiangalia vizuri unajua tunakuanga na maasira. Unapata umekelea mtoto kofi. After maybe some few minutes unamwangalia hivi, you just notice that the baby is very innocent. Yani you feel like you want to una apologize, unamwambia mami sorry, baba sorry, I'm very sorry. Next time don't do it. Okay? Yes. Right. Kuna swali liko hapa, shikilia hapo kidogo tusikie Mwandesta amerudi, network inamleta mbio. Okay, Rispa. Yes. You want something? Karibu sana. Yeah, vile nilikuwa ninasema apologies and forgiveness can heal a broken heart. Sasa ni chipu huyu dada yetu ako hapa ameuliza swali about kuipiwa. Mtu mwenye amekuipia, kama mtu amekuipia na amekuomba msamaha, unafaa kumsamea kwa sababu pia wewe unakosanga makosa ingine isipokuwa hiyo yenye amefanyia yeye. Kama mtu amekiri makosa yake. Tunakumbuka kuna ile story ya yule mserati aliletwa mbele ya Yesu wakati Yesu alikuwa akiomba kwa hekalu. Aliwauliza wale wenye walimleta,
Nauliza kama kati yenu yoyote kuna mtu hapa mwenye hana makosa, hajawahi fanya makosa yoyote, awe wa kwanza kumpiga mawe. Si kila mtu alitoroka na wakaenda wote. That means sisi wote no one is perfect. So kama mtu amekiri makosa yake kweli, amenyenyekea mbele yako, amekwambia I'm sorry, nimerealize my mistake, please forgive me. You can release yourself from forgiving them. Yani pia wewe chiulize, kuna siku utapatikana kwa mistake kama hii, ama kuna mtu anaweza ipa kitu na aweke kwa bagi yako kaa ujui. Unajua unaweza tewa hata wewe. Najua you can't blind people na useme sio mimi nimeipa na hiyo kitu imepatikana kwako. Kuna watu wanaweza kufanyia hivyo. So ukiwa una forgive na una apologize, na Mungu pia ana shame the devil. You see? Kama unajua umekosea kweli, umekiri makosa yako, nyenyekea tu sema I'm sorry. Na kama mtu amekuomba msamaha, pia wewe usikae mgumu sana kusamea. Kama ni mwanamke sasa, umekosewa, umetoroka ukaenda kwako, mume wako amekupeg, you don't want to forgive. Unajua ako heartbroken. Akienda huko kunywa pombe atapata watu wanampapasa akili na wewe hujamforgive. Si atapata mtu wa kumweka pisi asahau zida zake. You see, you have lost your marriage just because of forgiveness. Ungekuwa umemsamea, ungerudi pamoja, akwambie amerekebisha makosa yake, ukiri makosa yake, akwambie pole, I'm sorry my love, wacha tu Mungu aendelee kutupigania. You see? So vitu zingine ndogo ndogo tusiache tu tupatie shetani nafasi ya kufuruga maisha yetu. Na kama ni mtoto wafundishe. Unajua hizi vitu ndogo ndogo, they know forgiveness, apologies, thanks. Hizi ni maneno madogo sana, maneno madogo lakini ni ya muhimu sana katika maisha yetu. Na sisi kama Moso, our community, Musi community, abangi baito ntwanje tiko tumeka marieta ayo. Excuse me, yani birieta mbire bisini ni pole, lakini ngabere, yani binte bisini ni, lakini ntwanje tiko bitumeka. Hasa tima itina sengi tuwa kine tiko boge, tima nyeti, ntwanje tiko tumeka marieta ya iga. Na marieta ya narara yengi nchene na sogo kumabuito. We have to run and now that tumejua ukweli kwamba hizi maneno ndio ziko na uzito sana katika maisha yetu, tunafaa pia kuwafunza watoto wetu wakigrow pia wajue sema you apologize ukifanya makosa, pia ukikuomba msamaha, it's really good to accept that forgiveness so that God will forgive you. Unajua Mungu ametuvumilia sana. Hata sisi tunakosanga lakini Mungu anatusameanga. Na wewe hebu jiulize, kama hujamsamea mtu umempepa kwa roho yako, utaweka magoti chini uambie Mungu akusamee? Sasa unataka Mungu akusamee wewe na hujasamea wengine? Ama unaomba Mungu msamaha wewe mwenyewe hujasamea wengine? Hebu jiulize. Ngochande gotasore. Ngochande nare hivi na kimuntu nare gaiga tangaka igoko. Mama de mama wakire mesa osinini. Aye mama de mama obe rarabi ati ntuetana. Divina kemuntu jambo, karibu sana kwenye show. Karibu sana. Divina. Asante sana. Na mimi naweza sema hivi. Akisho tusalimie gaki. Nimewasalimia, mjambo nyote. Jambo sana. Nimeshukuru sana, hata hivyo nimefurahi sana kuongea na nyie wakizi wenzangu sana. Karibu sana. Zipa ni tikisi, Techinyamira, tuko hapa. Isipokuwa tumechanganyika Kenya mzima ndio mweka tunatupiga Kiswahili. Lakini we want to mix in on lugha yetu nto kwanga. Karibu sana. Asante sana. Ndivyo kemuntu na nje ko rugusia lakini inde katale. Abantu bane mbara una babarisi bana babarega abo. Anake nayo korukunga tenda rasyo mirimo inoga. Nayo korukunga sina. Aina ya mitandao. Mimi Snyder Fasmofa. Okay, sawa, asante sana. Thank you. Karibu sana.
Diva Asante sana. yere na magoko abere iga Mm. hago and then tuelekea kwingine. Sasa mimi nitaweza sema, acha niongee lugha ambayo kila mtu ataelewa ama anisikize. Kuna wenye wanatusikiza ambao waelewi Kikisii. According to me, hakuna haja ya kusema eti mwanamke ukiwa kwa marriage eti wewe ndio unanyenyekea unafanya nini. Maisha ya saa hii hata sioni mimi. Tu chenye mimi nitasema kwa ndoa mwanaume ndiye anafaa kuwa first ku humble, yani at least yeye ndiye anafaa kuomba msamaha wa kwanza, sababu most of the men wao ndio wanatukoseanga. Hakuna venye mwanaume kumuonyesha tuna humble. My friend, wewe waro, nilikusikia unasema rispa waro walai hao watu wacha nikwambie, hao wanaume si watu wa kuonyesha eti unaonyesha eti una kneel down kuomba msamaha. Msamaha of course, msamaha huna shida, lakini atangulie kukuomba aone kwamba amekosea, ndio hata at least hata wewe sasa ukubali kusema umsamehe ni sawa, lakini unaomba mtu ambaye hajaona yeye kwamba amekusamea, hiyo si kitu. Mimi naweza sema tu msamaha of course ni nzuri. Hivi na sio mimi nilisema, ni Jennifer. Ni Jennifer alisema? Jennifer ndio alisema. My friend team up. Nilisikia, unajua, nikasema Mungu wangu, mwanaume muombe msamaha, wallahi hiyo maisha yako hata sijui kwa wapi. Unajua msamaha iko, unaweza omba, kuna mahali unakosea unasema wacha niombe msamaha hapa, nao imekuwa vibaya, but kuna mahali hata wewe unaona tu kabisa mtu anakukosea na anaweza kukupiga hata ngumi na hawezi akakwambia my friend ama my dear, haki ni hivi, wacha iwe na hivi. Ama unajua mtu akikupiga hata hiyo ngumi na aniambie nilikosea hivi, sababu iliyofanya nikupige ni wallahi nafurahia hata kuliko ile pesa yenye napata kwa trouser. Wallahi nafurahia sana. So hiyo msamaha inaanza kwa mwanaume, na kwa watoto msamaha inaanza kutoka kwa wanaume, sio kwa wanawake. Tuelewana hapo nayo, my friend. Wanawake wenzangu ambao mnanisikiza, hao watu hawafai hapo nitawawapa mimi hapo, hiyo siamini. So kwa msamaha nao ni nzuri. Watoto wetu acha tuwafunze tabia ya kunyenyekea, unyenyekevu na heshima kwa watu wakubwa. Asante sana kwa mjadala. At least siku capture vizuri, but next round nita capture vizuri ndio nijadilie vizuri. Kwanza nimeshukuru sana. Ngoja kwanza usiende, tuko hapa. Niko sija. Tunataka tuambie hapo. Niko na ngoja Ngoja tutebani ukweli. Imagine you can hebu kwa tebe tebe mwanamke utajenga ndo nyumba yako na mikono miwili. Kujenga nyumba imaanishe unaenda kubeba matofali, simiti na mchanga kabisa na ndo mkungu. Yes, unajenga tu hivi hata kama mzee amekukosea. Na mimi nataka nikwambie hivi, mwanamume ndio kichwa, unaona? Sikia. Mwanamume ndio kichwa, sawa? Mwanamke means ni neck, yani ni shingo, neyo bigoti. Bilibira agonchora kuchimaga, agonchora kuchimutu, agonchora kuchiandons. No understand? Yes. Igo mutu ogo tenena onchora no sako karaki. My friend, onyu mutu tora arengera linchira teyo bigoti bira tangana korengera. Bongo mbuya se bigoti. Obongo bora so mutu. Igo onyu musacha karo mutwe. Na into bakungu ne bigoti, obongo kaibori. This pay where bono. Haya. Bas. Kai, Divina. Hakika nakwambia Keva amekuja hapa. Tubase kugenda. Waterere igo. Keva nwarega. Keva digakwane. Keva, igore microphone Keva. Unmute your mic. So, wale wageni karibu sana kwenye show. Facebook tunapatikana Kisi Hot TV Stroke FM. Ukisearch Facebook andika Kisi Hot TV Stroke FM and follow us. We only come for every day. Yes, thank you, karibu sana. Pia niko ndani. Pia tuko YouTube, utaenda pale YouTube, utaandika Kisi Hot TV and subscribe. Tunakujenga live kila time na news. Okay, amangana ate kirega. Aba sacha ni mutego sabo omusamali tangani. Kevo batch. Unmute your mic. Okay.
Kefa ukiunmute your mic utaongea. Wote kwanza nileta hapa. Nataka watu nne vile wana react Divina. Sasa kuna Crispa hapo react kwa comment and Rispa react. Crispa. Umesikia hayo maneno? Okay. Wycliffe Nevanda anasema hivi, apologies must be unconditional without ultimatums to both parties, and mistakes should not be repeated for Keba. Aya kurukuntu. Oh, Habari yako kaka? iko salama, labda wewe mtu wangu. Fresh. Umeamkaje lakini? Niko poa, labda wewe bana. Niko mzima. Tunashukuru. Karibu sana muri bintu byacu byatekaga. Ngakye bintu bya soroje. Divina batebeiga. Itkondi muswata na tinne usabe musamba. Omusate ne utego tabanga I'm sorry. Nera mugaka. Wenka. Ebono kara kwana ngae. Bono nkie kama bwata amanye tono ikatomanya nga. Topic tobwata. You think apologies can bring peace and heal? If yes, right. If yes, mbona watu wataki waseme msamaha? Hiyo story tumalizane, tusianze kugombana, kukore for no reason and it will build a society. Mbona watu wengi watakani kusema akipole hata kama atafanya makosa? Karibu kwenye show. Ono manyete tunaangaru wagani lakini. Yeyote ile sasa. Okay. Nashukuru kwa nafasi. Yes. Unajua kama kuna kitu kigumu na kiko rahisi. Umusajo mugusiko atabanga ngabere gose sore na komutai kwancha goito na watu agwete iko. Tari kwancha goito yani ntura nara liete liko kwana ngapole. Patirende neta keire generation ye tro chibone generation ene rego chu erere bone nyanto konyara kwana liete tro chibona abana baite barakine batamaiti liete neria mana lira. Yes. Lakini rende talinga na basacha boka bale boy golende maiten two parties to kuligeria. Na bora nyo na muswati na naro na ba kolege ntumoeneno ogotebinga I'm sorry na komusana ni kama waambie mlima wa Kilimanjaro urudi Kenya. Bono kilioko ni ya kwamba China kusema I'm sorry nditakeire ase any society go sandonsi asore. Yes. Umaete no anega asore na boko nyoro ga swati yo mukuu I'm sorry ga kina nyoro because of this. Umaete liete sorry ya mutanta ni bono goika kwa bera yakogara kwa tanga liete no rota to penalize. Lieri ya atubira mangana mange. Yongi minute koteba. Kuambia mwenzako ya kwamba nilikosea hapa I'm sorry. No ubwate kwende ubwate moyo libugo penalize. Yes. Na bakora itamagoro. No chirende. Yes. So elieta I'm sorry ndibwata matunda maya andi ndibwata harufu erengia. Karori yake kubote banga turi gote banga na sabiro kwa beragaki ndo chenga ya turagote ngore you are in a different society or you are in a different world. Okay. Akara today's world at least gote banga I'm sorry talige nto kende kerega komune lia tali kena ndiriga ne lia mwanya bantu gukwana. Yes. Tima itenge gona na kwani go sene na go tantani. Mbiyo kwanite abantu mbare ono chigo saba kajipore pa na bomete pa enkotoneri bomete pa nekitu sitoba nande mbarororo au kodire kopima na bwako goserete pi lakini oranga twiste nikende ne tubwati besa no muntu siko ta postem ko saba yanko example kia na niti yanko example kia. Yes. Tena kupatie nini
mfano mzuri kutoka kwa Biblia. Umusaye narokora umusawo yone tukuna murawa mwabantu yara kurukona. Efasi. Nyimbo ate bukuga tebe efasi ngosomera. Yosefu alikuwa Yusufu aliuzwa na ndugu zake kwa sababu alikuwa amependwa na babake, si ni kweli? Yes. Hello? Yeah. Lakini hata bali mwandikire maega. Yusufu aliuzwa na ndugu zake. Asante tuachira ama. Koma. Bono. Akarolirie kwende guraguru yake te nchara yake te. Bakachikurigia Isaka batenga genda mu chikwaga rendagera kuruwari ingoenge ngole ngotinete ndagere tari Yusufu. Onetiwe. Yusufu onetiwe. Omugano yumonyo maite tikubaerera sana monyo maite gento nare gote bankelinga ekera tigetie omumururi omwabo isanje toro ku Benjamin akabatenga genda mochine nenda mochina iso batebe tuano. Okay, my point ni ndeko benga ki egento ba korten ki arenge kia. Yes. Lakini asitaye tote biringa ki na basabeta mabera. Talibo. Yeah. Pone point ni ya nane kubwatira ringa ki nabura anyore nga ayogoseire nabura abiro muntu kiromo aberete tuchi koma tebitis kalinga ki ngabere lakini akwa mwabenge. Yes. Ntoi naine. Nurio gosete nabara beta gotebinga kina gokorrete ya ngabere. Yes. Patinera gotebo moyo ne gaubega kina na onetibo mromi toga ki. Lakini amechigairi moyoni mwake ya kwamba naomba msamaha. Oto acha kuambia physically. Okay, thank you. So, point ina na ko kora kinga kina baranya reka no yoko goserete no mogoserwa wanagairi wao wanachigahili moyoni. Yes. Sio mpaka kuambie physically. Timanye tiko sabu na ale na go tantanya patrene mostri na vera hapeni egesabukire iko. Asenge ndombo ate serikali igae kuna kontebia omuswati naro gukwana abo. Tigakwa nango nare gukwana. Okay. Serikali tena keva serikali haramu tinendiria kagima kabisa. Kire maiki gasi niniga keva naboko nyegorekera kwa serikali asukira kaigo naboko igore maiki hiyo. Dada mkubwa. Huyu ni nani? Hiyo DV kweli kuna mtu anaita bwanake daddy. Na huyo mume akona mwanamke akona wanawake wengine wengi. Anakimbizwa mara anajapwa juu ya wasichana, si mume mdogo akona wajukuu wengi. Yaani anapembeleza huyo mume. Mwanamke anapembeleza mume wake na anahanya huko nje. Unajua tiga nkobeke borongeiga umuntu ekera maybe hata kama anafanya hivyo na anakuja anakupembeleza, the main thing ni kama anakupenda sawa. Hapa hakuna shida. So long as anakuambia I love you. Mi hao wengine ni kama watu wa mkono tu. Mi bora ni mimi main. Mi sinanga haja. Sometimes hakuna haja ya kusema walai sasa maisha ya saa hii hakuna haja ya kusema eti mwanaume amechiti au hakuna wewe usijisumbue. The really main ni yetu. Anakupenda life final. Na anakuambia kama amekupiga amekwambia ni I'm sorry. Wengine ni watu naranda kubwata kuja omusubati nero kwebereria akobere mugaka lakini akomye kiguna basache bande ko naba basubati omusubati what kwebereria usiningo omusubati akwebereria musache akwebereria musache kagimo kabisa okorro ikira se timu eliyo wetoma meti
chinere goika abo gwetoma ne bono omonto bono muno omonto bwate emyaka 27 gochigoro to gochaka gosaba fea gwetoma bono na bora nyore ngwikire chieri gwetoma mete gwikire gabu na biko pidi bwebere diriza hecho ko ego video onyenyeke hata kama sio age nande nabo konyore echenge lakini umuntu kulingana muna asomiri na abayibuli baye gose kulingana ne umusingi bwa abayibuli akoreranga anda kenkaga ali ningira no rubugima bwo chikombera wazizaniga igatika ngebere limenyere lakini rende nayo musacha uyukale kwebereriwa umubwati kurumayaga na ande still unafanya hivyo my friend ili tukara agenda hakuna siku utapata hiyo bahati bahati asenja njoyo ngukwana bono ya nani natebire yaya All right. Risba ntebi ngokende gawa na kioroji Hapo shikilia lakini hapo. rende yako ngaina Eh. lakini by the way mimi na advising hata wasichana unalilia nini eti amecheat kucheat hakuna shida so long as anakuambia anakupenda fine wewe ndio wewe au wengine ni watu wa mkono hakuna haja ya kuteseka akili Wa Ndio ni kujipa tu wallahi mimi ka stress free mimi hata ereti ga cheat I engina mbuyole Buyo kabisa kia mada. nje tigamba tebiga noroche kulingana ne nobo Kristo ekeroro mu Kristo muikera nande ekero mumanyite Nyasaye nande ekero kwanyomiru n'omuntu bwanchete utari gwetuguta tari ekubira omuntu bwanchete kurwa enkoro yawe imonda atari kugufuza muntu tari okunywa n'omuntu atachete wallahi you can easily no hobe ayo baba ndoche maigule bonu ngakiye kiro omuntu agukwaja singenjaro cy'ogufukiringa omuntu maegande na kigomba rengo na kibono konte inga maegande njiga batindi maega mutunde bobe cyokore go menjo mabaire bobe mabu yani ndata ninta jetake yake cyokore go so sawa lakini nende nango tebinaki yani nchene point nali kuchana ase ngakiye gaya ikeira ase chinyomo chinyinge wikatobeke espiti twensi babere to wante ngomuntu oyo murabeke onde gatikarite maega exactly naki arafu umanye kuganyanga omorembe nocha ase enyomba eyo bono ese egento kigugukwanana inche bono gakwanana response yagara madana ko tengana ki bora bora tu yani ukanga umete depression yitira abantu abange by the way kuna stage mahali inafika hauna any kind of feeling yani na mungunga au yule ngasije na anda chichako tani na stili hata asipokuomba msamaha unashuku tu na unaacha unaona so aja hamdulillah right baba na okay water ga bomba tebi awo tengira ne rispa na kirire rispa waru omwana gwaro baba orarire kwaranga waiguro mote biri baba kwarara waiguro mote karabwate kibagoga aita waitutu akang'ondire murango waitutu bagwake patrol siko tigange modesta kwana mangana bire tideke second 30 amangana moerio ngite divina risba gwaro karato kenera to korire to sabeto gende to timo keto mirane nande rero tinse isato modesta mauti bona ritanga mangana 30 seconds nandwari kana bante nyangi utiye gosorio bwate nande nyangi ni maite komaji nyangi right harike nyangi na basoro ile gakinse na tete shot kati lakini komo anyora seko koru ile nza ni maite kotenga sana wallahi abu arabisa banonde ngotenga pi yes ay nyangi gare weekend divina aresa ba aba ibo pata ite ko buata ni varo sire ko nyako bera iga bata be ite beta ko
abaibuli barabutika to support abuto ko Ariyo. support nabuga ne yabake nabuga nayo metera na to ko congratulations Yeah. Ndeti ndarenge mama sabo muranya kumbigira mbako bongo bwane bwirane kunywa munandi kabi Buru wangeta basati. tikana ko tikana ko chande kambuye stress yabo weigu yani ngo berande gan kurubone miaka 7 kurubone miaka 7 ngono ko ba nje stress okay Kai. yo senje ngo badai kwani nerenga na koli Kai. sawa ni wewe kwenye wechanda unaona Kenya kung'ang'ania the only thing mtu ataweza kukuprovide ni mimba lakini uko hapo hakuna haja Ndio bankolira. Konyoranga yo. Modesta kwana sho mimi nakuanga na wafuatanga kutoka nyuma kuraganya baba nje nakanyita imyaka 13 umete wansi kwarukira mama ani nyoma yako yokukanda no forgiveness should be always be the key kwa kila jambo. Yes. I'm sorry, and already disturbance. Yeah. Buna nalenge koteba, koteba ga divina. Noroche. Asobo gimogoiga. Ibintu byonsi pina bokwa berase ngencho, naye to perfect, naye nabura nyoro kwa koste. Na kiya ko bere kero montango asaire active immediately onye tuko ikira twikira nyege koma twikani eka tuko kwabera na twabera na yabwa iko omanye to konyoro muntu gwakiro ko okonyaro aye to mwage tayamanye kuchikira ate tako sabo kwabera ngese ko mwabero lakini ato wona kero muntu akogoseire kuragenderani ekere muntu sabanu kwabera mwanya nanga mwode drogetiga ya yeto besa ko kombia bwakanani ama basa amabe kanani tiri bwakanani kina tabo bwakanani yani kere kwikiranga emotirana tega abubosi yosia sobo tali nyomba eno masacho bona teba ya yo masacho kumupinga go gwato moto my friend no listen tirando maoni ane bwango diagera ando chabantu ngo minyakibara kwa tutu mbara ko mchango yo mchengo mbone chake mbona tukalisa paga ikantegera no enali koteba iga noroche ibukwa kotebina musacho ndi bwensi osimo kungu ndi bwensi tatikana na mukae isipokuwa ubutumani bwo ise kutoka mukungu okotali mwamini kwa senyoma uyu no ubutubule bwoko kora bwoko mu divorce lakini asa makosa ndonsi pina bwoko mwabera lakini ase amangana yo butumani ayuna bo nora round komuko komotiga egera agenderere n'obutumani bwae omuntu oyo iga togwecha kumuchenji onye n'omuntu abeire omutumani ekina kikebe kioka oranyare gutiga partner yawe lakini amakosa ayando si pia makamake naye ngogosure tabora beto lakini okole mistake ndere mengake kubwe yo agokorera so you have to forgive that nandi gutaka go forgive umuntu amenye kwa mwabeye use kwabirira mwayo ugoimira kini toramuboli sindi bigende kingera era obwa ntagote nomo samote naki namanyire ntwareta na igoro kaki ngabere kara nchako tebi ngeye na kwabere wera ndi good mogende lakini kara omyomotu bono nche nchicho machi bono tinde tikukwa era ero charo omuya mono gusega bwate chinguru okubwa aigwa kwerusiria magoka ariko nyoru bwate onye nasugo tubwanya sa etubwati momo chikegera kwa muto kwa berero bwangire gusibera nkoro yakore akwabere lakini sara ncha kwabere kwera nduhiti na moko genda rubosani obu lakini aigwesibire nkoro yago ngenge kugotanda nandi ngantuete imina nyale yagara aigwesibire mororo muntu turi konyora nkoro yagiye gustuka buna gidi konyore mubwate ikinyongo nera
Teri buya ko beke kinyonga somo yo kulime kiagera nigo ikintu kigiye kurwari onkoro yabo yokaliyoka tutige kuba bugulia abantu asiki nkoro cyitu warodi kaba kuri utwale nkoro iringa kiyaye nago sene kenya lebe nanda amete iganda amete asinginchu yobororo yamu abere kenya nche na uranya uri nonu mwana onu ogosire gusikende kyane kyagosire ncharo nenche tingoga ni ukwabere kurwese abami so obuna bwo bumenye turamenye ubuye ekero turavike emyoyo yaitu tobe ready yani amang'ana aitiga abe ready buna ntiri atabana amang'ana yo abe menu yaitu ine lakini karugo mwana agotumire ko kwezire tomoretere timoteya sorry baby next time tinkwebo nginyo yaro liko mwana uri ni gagutwara omorembe ime yawe ine kubwa gukira wekora ngabona naye papa wa nyumba tutagite mwana uyu atabwatire iti yo gukubo yutu kandi gerega abo singiye gase nandi bagenda kukwana no program bonde maiga yatente nondi. Asante sana Rispo Waro. Thank you for coming, thank you for kuchangia. Thank you for making him mpaka sijarara saa hii. Esengo nchini. Asante sana. Tegete bono nge mundu kumondesta nera kwan manganaye ngichase divina nera kore to sabe to ganda timoke nande no trale marago. I'm modesta. Ngono forgiveness is the key. Anakuwa na hiyo response wanarakia. Ono. Yes, forgiveness is the key. But ukiwa kwa nini marriage, usikae kwa marriage sababu forgiveness. Unajua kuna wale watu wanaundua. Obuwabu kwa rutwe kona na andi kwa rutwe yende. Mtu anakuja tu anakuomba msamaha. When is sober afanyangi hizo vitu. Akikunywa ndiye anakuja. Ama akiwa na wanawake wengine huko nje ndiye anakuja kuomba msamaha. Mkiwa naye hapo sawa. Mtu kama huyo utamsamea, but don't let yourself to be used. Alright. Msamehe lakini usiache maisha yako yaharibike sababu ni hiyo kuforgive. Kuna zile vitu tunafaa kuangalia. Okay. Ayabon nende chide kibere na koire twariganie nyangi abantu buna divina ukimutware ngumbu baziba gwote nyangi kisi hoti ngo live streaming chinde ko live streaming ende yonsi tutuma ngo ga tere so tubeke nyangi live ya kisi hot abantu wote ano lende ntaguri yetu mapema ngo tebi mubugo batoget Hakuna hiyo. Mubugo batoget nyangi tigo mugina kali musabira maya ori oranga nje ai tumege toro kyao nyo ko yugo tume au tumege toro kyao nyo ko yugo tume Ayendi mfruzi wabana. Taliti mfruzi yo. Akinya sana tiyangu anenkulinda. Okay. Wana ngubali kaniye se nyangi mongi na mere numugaka mauti. Moja zubonge. Tarakora ngukwanore mangane mugaka mauti. Kwa live streaming tegotoka na woto wikera na video recording ose na photography chibicharende twaka chibita chire chingia suma isibigu isibune computer videography photography yonsere we twarega ne wange nyangi nchinganti sana mochero noro mochero nyama chabati mochero no karo kwanza nje gole mbori abantu bako chikoria no enkaroli tukeririe nyangi agatingo chakobera matukaya korumba ke muna bao kali mtuyo ko weta bosongo ngetigaki chitoka chabo Jose no maite ngoganda gyokamba karungu anirongo gwetera nje ngoganda pilipili yanya kembele mpaka rongo ndine pilipili nsanya ebinda bono ngebi okay anyway but okay acha tu nijipange nitakuja kurekodi wimbo kwa studio yako kuja rekodi wimbo hapa
nangi ncho record yo gotera nangi ngake chibicha ose video record ncho ko wache nyangi ya soko ekero Wonde no bwata matera to tutumira to wachirende. Da mbono okay mbono nchagete karena tole kanali na chaka mbono nchagete best wish wallahi nafurahia sana. I'm starting now with my choir ya JCCMC Utawala. Amen. I like that. Nafurahianga sana sijui mbona yani kana kwa ngumu mtawatera maanda kwa kukorera monene nafurahianga sana. Yeah. I like it. Nashukuru Mungu amenifanya nikajijua niko na kibali ya kuimba. Although I used to suspect like I can sing. But now confidence tukiongea na nyinyi hivi bado ni hivyo ni kujenga confidence itoshi. Alright. Uko na confidence ya kuangalia watu? Azini school huko mkuu alenge kotera naona kotera parade. Yeah, tukiwa wengi sawa lakini mmoja utasimama hadi kwa madhabahu kuimba. My friend, unaona anaomba kongo na kugocha bugasa okera. Ira bona abani kanisa mapema. Taragire chinsa na ibere chabona mambia. Yeah. Mwambie tarehe 30 mutino ikiana 2021. Kaki mwaka otoera ti Yesu. Bono ga mangana kaga ngo bana babungire chiskuru. Munyira bana ba skuru nkabale chwikibere mwakoyo meta chitam within a short of time chitam chabere komi. Anyway, agidi aya jera bwangu mwana kule skuru Modesta. Divina. Modesta maiga tendi ndi maiga tendi mwino Facebook I forward with you alafu lende naliko bataviga lispa wale exactly nje nabonde igando nsi soko nyoro nabo Instagram ko wanjon degrees musupa tanipata pia lakini FB na erere rais nero togo nyagosi mamelio Twitter lende Twitter yeah bono Twitter ne yechipo yani tindi fan okay. So naliko baterina akia bana baminto tika tuchakire kwea omulembe kurwa chingoro chitu into twekabanyene tumaye konyora ubwororo wokomenya n'abaminto that exactly. Yourself then you can share your love with your neighbors, with your partners, because onye kuganeti okorerwa maya norocho onye kuganeti okorerwa maya karakorera abanda karatangana okorera abanda maya once na ere siasa nikakokora nigakorosi ubura bwa tubusi bwago ase kende gyonsi ogokora ugukuna nigo gekabiki uguseni kuno onye namatemo ari gocha gokonyora nigo konyoranga aitirigware just because you start from yourself and God is guiding you. Amen. To guide us anywhere we go. We talk about friends because we are with the Holy Spirit. Na ndio sasa ndio ndio bien stoko kora. Diga twegenenga ebi stoko bikora siri taria Yesu Kristo. Amen. Ndio bikora chingo kucheito. Kwaro lile. Yeah. So that's why if you have to the Holy Spirit you can be easily forgive and forget everything, you see. Exactly. Au pepi kinyongo ni ya watu wenye hawamjui Mungu. Kinyongo ni ya Shetani. You know Shetani anasema lazima nilipishe. Unaona? Unajua Shetani akotebanga lazima nilipishe. Hakuna kulipisha ni ile tu yani indirect. Yani mnakutana tu hapo hapo. Anyway. You see, if you allow Satan to use you, that lazima nilipishe ama lazima ufanyie mwingine pia vibaya ndio asikie vibaya. So njoma tena arani ndio kumobo. By the way, let me tell you. Some years back, umonda go chango sereiga. Okonya yani lazima alipise. Hapo kama ni mbaya. Lakini noroche temonge ndreta konya koki temonge ndreta konya koki na temonge ndreta konya kogota temonge ndreta ko chenji mpaka ngoja kegoli na ndo chinya saya ngokorale manyeka le mondale ko ndama nje na murama kabisa lakini nowadays
mundu nabakunda mundu nabakonkorera mabi lakini kwanyoranga natwarire a consideration yani watebagaki yotaro chike ntakora tikamutigire nyasaye kwarari ose onye nagosira omonto ngoshaka ndi kwerengereri ngobeka ndamaru nsense ose no okwabira ngosaba ati nyasaye ngobeka ndamaru nsense abe nyasaye okwabira lakini ngeke abantu nakindaga ninchera onye njo manyene tindabira abalengo Aileen, abutoko this yes esimiane yaeli kumuliro gaki ntaranyora chiparakandale ononga kitokora mangana Tigangu tunacheza masabaso sabe. ene ngaiku kuntu agenda aendeno Mega yetendi agenda. gukuri kuntu Mfungo to elingana to sweturale. Abana natsikota aleli bakara egere esimiane nkwerera umuliro yatigire 30%. kora igabono batiga sande sana sugo tushika n'abantu abaronge kigima n'abantu thank you very much Modesta bado teba ndangeri kuchipicha gose video recording live stream ntwatiga thank you for coming every day and let abantu abange tutesho hapa na tunapiga nga time kuanzia saa 3 mpaka saa hii na tukobeka namo twakwana mangana twasemani egera mutukaerere emyaka iwate basabe na rierere bwangu thank you very much nko baletane nande uchakira mambi togaikire masana chore bono tubwada sana yes divina wana tonyora ali YouTube uko dika kisi hot tv YouTube na gotumira bwangu raisi kobeka tore tari kira litu ko biriwe kolekana Kenya na gusi kira litu ko kobeka tore asante sana yes subscribe pali kisi hot tv asemo ya YouTube thank you very much wanti ante abaiga nyasaba senike ki masana timbo tikende ndabaye ga kingo tembya mwagari na rali mwete toko atarinu kangona rali saa 12 bunengo kora kina senga njonino wana na rali saa egere buki bwangu kuna kujenga chikoroba ngucho kujenga chikoroba kumwe wote ngabo tagora umuriro mutarasaba Marega oyo simye utekwarira umuriro tigatusabe Modesta nicheto boiko 7%. Acha nifanye shortcut yeah shortcut unaomba ama okay ndimi naomba basi kama uko na baraka sisi natusabere bwana ndimi natusabere bwana thank you dikansabere ndege kuzitu igwana ne tobeke birengere ya so saba omacheni tata nyasaye na chira sora sema goro yabano mbuya mona senge twanyalire kumirana na abamintu twanyalire go sharing ngane limo go cherinde twasemaniri amayana mabe ase twagosa twasabira kwabera na ase twago akwana buyo mona tata nyasaye nyaseseni na gotomene kuya mona senge ncho yabamintu mbuya mona senge ncho yabali bagaste ko gwoche kuya mona senge ncho yake waki abayibuli na abana baitu tata nyasaye na bogo bali tore chinsembali mbali twachira sore tukolera twamanyirenga nayo umurenge ntuntu okunyara kolenda abana bali baitu kolende nayo urara boroko poko kwawo utambe nando kuravu kunyare gukubagata nabo baba minta bali bago chuna togo chikuboka bona iga abantu barali tabande kale abandi nkurara bagochya nabatigira sama ko bagate barusira chindoto chindo barusira ibigo chibibe nande bawro kichinjira chindo ngebire turakole monana naye gifungu cy'ubugima bwaitu piraya ndo kunyara amakasi mu Yesu Kristo ho yoro motorito amen amen yiga kire na bwire mu ndete yote amen uko tukubuye mwese asante thank you very much now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Kobia mugasombya bali bonsi ipimwa changia kina dada mkubwa Wycliffe bonsi pi. I say thank you very much. Thank you for just being with us. Yenkisi Hot TV. Mchengo kunyapto Dennis. Ukipenda ukitanita kukurikuntu. Hiyo ni jina yangu utaitika. Ukipenda nite kurutu utaitika. Ukipenda nite kuntu. Te oniri kuntu mwenye akona sura ya Sudanese lakini ni Mkenya. The practice the African ni mimi. Goodbye. Bye bye. You too. Bye. Be praised.